I'm officially and apologetically a member of United Democratic Alliance, UDA. Thank you very much. Mheshimiwa SG, Your Excellency Governor, Mama Koni, Mama Nancy, all the invited guests, ladies and gentlemen. Mimi kwa niaba yangu sitaki kusema kwa machungu, tumekuwa ule upande mwingine. Lakini sote tunajua kwamba effort and hard work would always be rewarded. Na kama mtu amefanya kazi nzuri basi mlipe na mazuri, sivyo? Lakini sasa Mswahili alisema kumbe asante ya punda ni nini? Mateke. Baada ya kukamilisha safari tukakaa pamoja, tujenge tule pamoja, tulichokitafuta wote pamoja. Lakini wao walipole sio molo lakini kwa halasi tukaangalia. With that assurance, I'm so much happy. Nasa angale kuma ukosa kune vule sinenya ano kama kalita ndina basyange nibo kone ngwiranga kwiti kifwesi bosa kabeche balile khola basi khola manu ne khobonanga ne kukendela na basi maluka liko. Thank you very much. UDA. Jina langu ni Sophie Chebon, mimi natoka Cheskaki Ward, Mount Elgon constituency. Mimi nimekuwa Secretary General of Ford Kenya Youth League. Mimi hapa sitaki kuzungumza mengi kuhusu pale nimetoka. Mimi nimeleta nguvu yangu ile nilikuwa nayo kule na nimeleta hapa tufanye kazi. Tumesema kazi ni kazi na tunataka vijana wawe empowered. Ukipewa opportunity, tunasikia mambo na hustler fund. Tunataka ile hustler fund isaidie kupropel chama ya UDA. Unapofanya biashara uwe unaempower watu, una-encourage wa join chama. Wanasema any leader who empowers youth and incorporates them in leadership never goes wrong. So we are here as a leadership of the UDA. Tuko hapa, tulete nguvu yetu, tulete ile akili yetu. The youth are very bright. We have ideas, we are very innovative. If you incorporate us, kila kitu itaenda sawa. Asante. Thank you so much. Bandu befe mlembe lundi. Mimi naitwa Juma Samuel, kijana ya Mkono wa mtu ya Ford Kenya. Wengi wananijua. Mimi nimekuwa tishashara wa chama cha Ford Kenya Bungoma County. Lakini bandu befe olabanenju ya bunyasta ya sambuka bunyasi bwarureho. Wikama na moja wa jirani. Wakaba no mukhasi mwako nde kustani. Omukhasi yanga tora nekepenje ta. Ewo endelela kutora munju kweli. Uipenje ukhalinda bunyasi bwa wako tefrema bale kulia wafu. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuja UDA, mimi binafsi ninajua UDA hii, acha niwashue. Hauwezi ukamanage kuwa nje ya serikali miaka 20. Mnanisikia kweli? 2027 kama ANC na Ford Kenya na vyama vingine havitaacha ile kihereheri. Kama UDA itafika mahali after 2032, hiyo ndio itakuwa movement kama Tanzania sisi, kama South Africa. Wakiamua waseme kileo Malala huyu ni president, inawezekana haiwezekani? Hivyo ndio tunataka. Sasa wacha wale wanakatana na mheshimiwa, sisi tumekuja mapema tuweke nafasi kwa wale ambao wako nje watakuja. Na mheshimiwa, mimi nakuomba kitu moja. Fungua ofisi ya UDA hapa kubwa na uwajie vijana tunyoroshe kazi. Kitu cha pili mheshimiwa, nataka uembawe youth active. Hatutaki pesa yako tukule hapana. Weka tu kwa project kwa youth. Utuachie vitu zingine tutakusaidia kujibu hawa viongozi ambao wanaweka matumbo zao mbele. Asanteni sana. UDA. Mimi kwa majina naitwa Evans Osapiri Karani. Mimi nimetoka kule Ford Kenya kama Deputy National Secretary General wa Youth League. Sasa mimi nimekuja Bwana Clovis Malala, mimi nimeresign kazi ya CDF kutoka kule Tongareni kwa sababu Secretary General wa Ford Kenya anatoka Tongareni na yeye ni boss wangu. Na yeye 2027 mimi tunahakikisha tunapeleka nyumbani mbunge wa Tongareni atakuwa wa UDA. Jambo la mwisho, Mheshimiwa Malala, sisi tumekuja kwa sababu wenzetu wako njiani lakini ni waoga. Walisema nyinyi tangulieni mfungue mlango, sisi tunakuja. Sasa mimi nauliza Ford Kenya penye mko vijana wetu. Mlango tumefungua na Mheshimiwa Dani Wanyama. Yeye amefungua mikono iko wazi, kujeni, nyumba iko wazi, muingie. Nyumba ya baba ina makao mengi. Jambo la mwisho, bandu befwe Papa wolele kuliko okhabone nyama Yesu kundala mwana wenya ala kwishe bebe tawe
benyali na kwishe bebe 2027 lishe bebe lino ndio licha kubenyama wela abalindeko UDA. Mimi naitwa Fred Msebe. Mimi nilinominatiwa na chama cha Ford Kenya 2017 tukiwa na mheshimiwa Wangamati. Wakati niliingia assembly kama kijana, corruption ikaingia kidogo, mambo ikakuwa kidogo, na mimi nikajitokeza nikatetea kiongozi mmoja katika hii county. Na katika hiyo wakati mimi nakumbuka vizuri sana, tukiwa hapa cathedral siku moja, mheshimiwa Malala ati leo amekaa na mheshimiwa Wangamati. Yaani kama mnaweza kumbuka, mimi Msebe, mimi ni Mkatoliki. Katika huko Roma, the longest serving Pope John Paul II in 1981, kuna mtu alipiga yeye marisasi, alitaka kuua yeye, na yeye akamsamea immediately. Kama mnakumbuka, mimi najua mheshimiwa Wangamati na ndani ni Salvation Army. Sasa mimi kama Mkatoliki, papa wangu wa Roma huko ako characterized na msamaha, lakini mimi hapa Mungu amenijalia nimepata nafasi amanya senya na masendi mwanjirere ho bintu byakaya birakuchewa president yaba we ho bintu. Lakini mimi kama kijana nasikia msokamula kabenguira kuitiki, you know, mimi kama baba yangu ananielewa kama mtoto yake. So if I want to be like a father, I will be characterized by forgiving my children, isn't it? Mimi nataka kuambia mheshimiwa Kileo, watu ambao wana control street talk ya Bungoma wako hapa leo, si ndio vijana? Wakati tumepatana hapa leo tukiangaliana nyuso, most of us we have been fighting each other actually. Some have been there, others have been there, others have been there, and this one, me I'm considering it very significant. I think we are not going to look back. Na vijana, mimi mambo yangu mengi nitaongea wakati tunaendelea mambo ya UDA kwenye grassroots. Lakini kwa leo nataka kuadvise kitu moja. Sisi hatujakuja kuchukua nafasi ya mtu, msikuwe na wasiwasi, si ndio? Na chama si ni watu. Tukikuwa wengi si ndio sasa kazi. Sasa hiyo ndio sisi tumekuja kufanya. Sisi tumekuja tukue timu kubwa, na advise angalieni body language ya viongozi. Huyu Dani is a very easy fellow. Yani hii mkutano wakati ilikuja, yani it's a very quick idea. We are here seated, next week we are doing things. Ukiangalia President Ruto, nataka muangalie vizuri. Sisi ni vijana watu ya rada. Kuna viongozi fulani rada yetu nao imekataa. Mheshimiwa Malala ukweli imekataa, na 2032 sisi tunajua after President Ruto it might be someone of your caliber. Yani hii type hii. Si ndio? Sasa shika rada mapema. Hii UDA ndio chama, na nyinyi wengi wenu mnanijua mimi ni mchezaji hata si wa kulipwa. I'm always very objective. That's why Mheshimiwa Malala, we want to come on board. We bring some reason because we have a lot of problems on the grassroots. Unemployment is serious. Food is a problem. We have problems that we need leaders who can allow this generation's reasoning. These people are creative. But when you see we run away from our party, we are denied platform. We are used as rubber stamps. And that one, let us not allow. Nimesema yangu mengi, nitaongea tukiendelea na kazi. Na tutachapa kazi pamoja. UDA. Asanteni. Thank you so much. Fred Power, 1 minute. Asante. Mheshimiwa Dani. Baka manyireze ta, naitwa Fred Power kutoka Webuye East, incoming MCMU ward kwa chama ya UDA. Mheshimiwa Dani, wakati tulikuwa kwa campaign, mimi Mheshimiwa Wangamati alikuwa ile side nyingine. Siku moja nikasimamisha Mheshimiwa Wangamati hapa na Mheshimiwa Dani hapa.
nikagundua kumbe Mheshimiwa Dan ni mrefu kuliko Mheshimiwa Wangamati. Na mimi nikaambia Mheshimiwa Wangamati, huku mahali patie pi huku Raila naenda kuanguka. Wangamati hakunisikia. Lakini kumbe nimekubali leo. Mheshimiwa Dan na urefu wako hata 2027 umeona mbali, tuko ndani ya UDA, rais ni William Samoei Ruto. Mheshimiwa Malala, nataka kuomba kitu moja. Ujue unatembea ukisema hao watu wavunje chama yao waingie UDA. Mheshimiwa Malala, nataka kuomba leo, wachana na kuvunja vyama. Tunataka tuonane na wale wa vyama zingine mundu humundu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you, SG. We have a few leaders that I want to give just 1 minute because they are elected. We have our MCAs here. Niliona Mheshimiwa Wasvoti, alafu nimeona Mheshimiwa pia wa Bumula. Let me give them a minute to just say jambo. SG wetu, gavana wetu wa Bungoma alikuwa mbunge wefu. Basoreri mwezi murembe. Muri baramo. Mutilira abwena hao. Efwe kwa rangira tulikuwa tumetangulia mbele. Lakini tulikuwa wachache. Lakini sasa nyinyi mmekuja sasa tuwe na choto pamoja. Na mimi naungana na hiyo mwenye ameongea saa hii ati mambo kusema uvunje vyama, sisi hatuna haja na chama ya mtu. Sisi tuwache kila mtu afanye nini? Kasi yao, alime mka yake. Alafu sisi tujipange tukutane 2027. Basi majibu itafanya gani? Itaonekana. Asanteni sana. Mheshimiwa Henry, thank you for being a brave honorable from Sivoti. Thank you, Bwana SG, our incoming governor, rafiki yangu Orise, Mheshimiwa Nancy, our coordinator, viongozi wote wa chama, wale wageni wetu na wale wanatusaidia kwa UDA. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Henry Nyongesa. Natoka kule Bumula. Wale hawanijui vizuri, mimi ndio nilikuwa kiongozi wa serikali katika serikali ya Lusaka mara ya kwanza katika upande ya serikali, si upande ya opposition. Mauli vule. Na maneshi sitaki kuongea maneno mingi, lakini nataka kushukuru kitu moja. Ile mwaka wa 2002 yule alitengeneza serikali wakati huo, alikuwa katikati ya kutengeneza serikali, alikuwa Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto. Yule alitengeneza serikali ile ya nusu mkeka wakati ya Raila, tena na wakati ya Kibaki hapo alikuwa Mheshimiwa William Ruto. Wakati tumeenda kwa hii serikali nyingine iliyopita ambaye ilituumiza kidogo, yule aliweka vyama sote pamoja, alikuwa Mheshimiwa William Ruto. Sasa tunaenda 2027 na ile anajua kutengeneza serikali, kuleta vyama zote pamoja ni Daktari William Ruto. Abandi yaundwa bibwei. Sasa mimi niko hapo, mimi nawakilisha wodi ya Bumula katika chama ya UDA na sijawahi kuwa nje ya serikali. Mimi nimehesabu hiyo wakati yote nimekuwa ndani ya serikali. Lakini nataka kuuliza kitu moja kwa kifukusu. Mara mimi wachi baliano hapo ndio mkambisi makaliano maka gali kaba rohoche ni werai naenda penye Mungu hapo na umesimamisha hapa Yesu wa Tongoreni hapa na umesimamisha hapa Yesu ambaye anakupeleka kwa Mungu ambaye ni Jesus Christ. Hoja ni Yesu wa Tongoreni ana moja ni Jesus Christ wa Yerusalemu hali. Wacha Yerusalemu si ndio? Sasa sisi SG wewe ndio sasa Yesu wa Yerusalemu. Na unatupeleka kwa Mungu ambaye ni Samuel Daktari William Ruto. Sasa kuna maswali hapa kweli. Sasa wacha tuache Yesu wa Tongoreni akae kando, si ndio? Alafu tuchukue Yesu wa Yerusalemu atupeleke kwa penye Mungu wako na Mungu ni Daktari William Samuel Ruto. Wewe na wale mmeonea mundu wali kweli? Lakini nataka kushukuru kitu moja tu. Unajua wao jamaa walikuwa wanatuache. Lakini sasa nyinyi mmekuja sasa
tuwe na choto pamoja. Na mimi naungana na hiyo mwenye ameongea saa hii ati mambo kusema wavunje vyama, sisi hatuna haja na chama ya mtu. Sisi tuwache kila mtu afanye nini? Kasi yao, alime mka yake. Alafu sisi tujipange, tukutane 2027. Basi, majibu itakuwa gani? Itaonekana. Asanteni sana. Mheshimiwa Henry, thank you for being a brave honorable from Sigoti. Thank you, Bwana SG, our incoming governor, rafiki yangu Orise, Mheshimiwa Nancy, our coordinator, viongozi wote wa chama, wale wageni wetu na wale wanatusaidia kwa UDA. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Henry Nyongesa. Natoka kule Bumula. Wale hawanijui vizuri, mimi ndio nilikuwa kiongozi wa serikali katika serikali ya Lusaka mara ya kwanza katika upande ya serikali. Sio niliona mheshimiwa wa Sigoti, alafu nimeona mheshimiwa pia wa Bumula. Let me give them a minute to just say jambo. SG wetu, gavana wetu wa Bungoma alikuwa mbunge wefu. Basoreri mwezi mulembe. Muri baramo. Mutilira abwe na hao. Efwe kwa rangira tulikuwa tumetangulia mbele. Lakini tulikuwa wachache. Lakini sasa nyinyi mmekuja sasa tuwe na choto pamoja. Na mimi naungana na hiyo mwenye ameongea saa hii ati mambo kusema wavunje vyama, sisi hatuna haja na chama ya mtu. Sisi tuwache kila mtu afanye nini? Kasi yao, alime mka yake. Alafu sisi tujipange, tukutane 2027. Basi, majibu itakuwa gani? Itaonekana. Asanteni sana. Mheshimiwa Henry, thank you for being a brave honorable from Sigoti. Thank you, Bwana SG, our incoming governor, rafiki yangu Orise, Mheshimiwa Nancy, our coordinator, viongozi wote wa chama, wale wageni wetu na wale wanatusaidia kwa UDA. Lakini sasa nyinyi mmekuja sasa tuwe na choto pamoja. Na mimi naungana na hiyo mwenye ameongea saa hii ati mambo kusema wavunje vyama, sisi hatuna haja na chama ya mtu. Sisi tuwache kila mtu afanye nini? Kasi yao, alime mka yake. Alafu sisi tujipange, tukutane 2027. Basi, majibu itakuwa gani? Itaonekana. Asanteni sana. Mheshimiwa Henry, thank you for being a brave honorable from Sigoti. Thank you, Bwana SG, our incoming governor, rafiki yangu Orise, Mheshimiwa Nancy, our coordinator, viongozi wote wa chama, wale wageni wetu na wale wanatusaidia kwa UDA. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Henry Nyongesa. Natoka kule Bumula. Wale hawanijui vizuri, mimi ndio nilikuwa kiongozi wa serikali katika serikali ya Lusaka mara ya kwanza katika upande ya serikali, sio upande ya opposition. Mauli vule. Na manesi sitaki kuongea maneno mingi, lakini nataka kushukuru kitu moja. Ile mwaka wa 2002 yule alitengeneza serikali wakati huo, alikuwa katikati ya kutengeneza serikali, alikuwa Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto. Yule alitengeneza serikali ile ya nusu mkeka wakati ya Raila, tena na wakati ya Kibaki hapo alikuwa Mheshimiwa William Ruto. Sio upande ya opposition. Mauli vule. Na manesi sitaki kuongea maneno mingi, lakini nataka kushukuru kitu moja. Ile mwaka wa 2002 yule alitengeneza serikali wakati huo, alikuwa katikati ya kutengeneza serikali, alikuwa Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto. Yule alitengeneza serikali ile ya nusu mkeka
wakati ya Raila tena na wakati ya Kibaki hapo alikuwa Mheshimiwa William Ruto. Wakati tumeenda kwa hii serikali nyingine iliyopita ambaye ilituumiza kidogo, yule aliweka vyama sote pamoja alikuwa Mheshimiwa William Ruto. Sasa tunaenda 2027 na ile anajua kutengeneza serikali kuleta vyama zote pamoja ni Daktari William Ruto. Hapa ndio aundwa vikweli. Sasa mimi niko hapo, mimi nawakilisha wodi ya Bumula katika chama ya UDA na sijawahi kuwa nje ya serikali. Mimi nimehesabu hiyo wakati yote nimekuwa ndani ya serikali. Lakini nataka kuuliza kitu moja kwa kifukusu. Mara wewe wachi baliano hapo ndio mkambisi makaliano maka gali kaba rohoche ni werai naenda penye Mungu hapo na umesimamisha hapa Yesu wa Tongoreni hapa na umesimamisha hapa Yesu ambaye anakupeleka kwa Mungu ambaye ni Jesus Christ. Hoja ni Yesu wa Tongoreni hana moja ni Jesus Christ wa Yerusalemu hali. Wacha Yerusalemu si ndio? Sasa sisi SG wewe ndio sasa Yesu wa Yerusalemu. Na unatupeleka kwa Mungu ambaye ni Samuel Daktari William Ruto. Sasa kuna maswali hapa kweli. Sasa wacha tuache Yesu wa Tongoreni akae kando, si ndio? Alafu tuchukue Yesu wa Yerusalemu atupeleke kwa penye Mungu wako na Mungu ni Daktari William Samuel Ruto. Wewe na wale mmeonio mtu wali kweli? Lakini nataka kushukuru kitu moja tu. Unajua hao jamaa walikuwa wanatuogopesha sana na mambo ya uniform ya green. Hata sisi viongozi ambao tumechaguliwa tulikuwa tumeanza kuogopa kwani shida iko wapi? Mheshimiwa Dad nakushukuru. Sasa hata nimekuwa mahali hakuna uniform ya green. Sasa wameanza kuogopa jamaa kumbe wamejipanga. Sasa kila mahali wanaona yellow pia wameanza kukimbia msituni. Sasa nyinyi msiogope vile Mheshimiwa Dad amesema na wengine wacha sasa tuweke yellow. Alafu watu wa jamaa wa green watembee vile wakikimbia. Walikuwa wanasema Mheshimiwa Malalo ulikimbia ukuja hapo wakimbia yaani ukatembea ukikimbia. Sasa hao nao wameanza kupita hii speed yenye ulikuwa unatembea nayo. Bwana wabariki sana. Thank you. Thank you SG. In the interest of time, I have leaders who vied on UDA. They are here with us. Let me just recognize them. Mahali muko msimame muweze kuwave asante mark. Naona Mlunda Hawaya Msenda Musasi hapo. Hao ndio vigogo wale walikuwa hapo. Because we must appreciate the constitution of this country. Let me have two ladies to speak before I bring the leaders that are remaining. Connie, please, just have 1 minute, then I'll bring the CAS. Nimeona ndugu Kiviti, welcome. Yako inakuja next week, when we shall receive you officially with the others. Thank you. Asante Mheshimiwa Dan. Our SG, all protocol observed. Wana UDA, hamjambo. Youth oye, wamama hai, wazee hii. Asante. Bwana SG, karibu sana Bungoma, and I think you have begun exercising pragmatism as we discussed in Kakamega. Asante sana na umeanza na youth. Na vile walijipareda hapa, nilisikia mnongono hapa ati, na wapi kina mama? No, why are you saying yes? Where are you ladies? Muko wapi? It is time you walk up from your comfort zones and seek for your space. Mokega la usamulione bamai apana. Niya kualile bamai bebungoma. You have to come out strongly. Rusia bifu bebweni malaku ime bisalamini. Mwaulile bakana. So hiyo leadership ya youth nataka ku appreciate. The newcomers, karibuni sana kwa chama, na nataka kushukuru Lewis as a leader. Ameomba kwa unyenyekevu kwamba tumekuja mtukubalie. Youth wenye mko kwa chama mmewakubali? Asante sana, mmekaribishwa. Na naochawa bene okenda pole pole ko okaita mfano khandia bata mwasabile kwa unyenyekevu. Wamewapokea kwa unyenyekevu. Wekeni pamoja akili zenu, ideas zenu ili tujenge chama chetu cha UDA. Mimi ni mama na ninatumai Mheshimiwa Dan
I'm also going to whip ladies, tuamke tujiandikishe. Taifa linajengwa na kina mama. Mama ini baba sutanga bapapa runi ni baba suta baba nako. Nono mama yuirusie kuambana ne bana basoreri bano na tuweze kujenga chama chetu cha UDA. I want to be brief. We want to work with targets and timelines. Tunataka tuende recruitment. Wacha hii kulialia mbombo sijui chama gani. Let us recruit members to strengthen our party. We shall be there. Kwa hivyo tuache kulialia, tuende to recruit watu, tujipatie timelines na targets. Let's look for the target groups, especially youths na kina mama. Hata basa ahulbo siku cha hode bakubayimako. Mwisho bwana SG. In the last elections, after elections, most nominations za UDA members wa Bungoma zilikuwa bungled, and I was not happy with that. So hii ninakutuma kwa unyenyekevu ya kwamba we want our space. When we were in Kakamega, you promised ya kwamba unakuja kwa serikali ya Bungoma uulizie nafasi za watu wa UDA ziko wapi, because Kenya Kwanza is a coalition made of different parties. Our nominations for the youths were heavily bungled, hata ya kina mama. Mimi mwenyewe ngehohend mumanya yeli sinagesa liaba wae Senate, nilikuwa Senate nominee kwa UDA, lakini mpaka sasa bwana SG funga macho usiangalie huko nyuma. I am still hustling, lakini sitaogopa kupigania kina mama na hata vijana na watu wa Bungoma County. Mwisho nataka kushukuru ile nafasi tunatazamia ya Mheshimiwa Nancy, na tunaomba sana iweze kukuja, na tunaomba sana pia tungependa tupate manager wa Bungoma County. Juzi tuliona list ikisakilate na tukaanza kelele. We cannot be governed from people from other counties. We are our own strong county and we must have our own representatives. In that matter, we have proposed Mheshimiwa Protas Lumonje to be the manager of Bungoma County. And the rest of us will come to balance the gender. Kwa sababu last time huyu msichana alipoteza nafasi yake. She's struggling na hiyo CS, hata hatujui kama atapata. Just because watu walikuwa kwa nafasi and they were saying target to you president peke yake, hii vitu ingine hapa chini wachana nao. That is how the agents left out her votes to be stolen. So thank you very much. Na ninapoenda kukaa, Mheshimiwa SG, I'm addressing the SG. SG, please get my mouth. Yes. Tulipokuwa Kakamega, I had a very sick spouse. Unfortunately, he passed on and we buried him on 23rd of this month. I want to take this opportunity kushukuru wana UDA waliokuja kwa wingi, kina Mheshimiwa Dan, kina Mheshimiwa Wangamati, kina Mheshimiwa Nancy, kina Coordinator Malomba and the rest of the UDA team members for condoling with me. Kiti chako kiliwekwa kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 12 jioni. Nadhani utapigwa fine baadaye. But as I speak, I am still making a humble appeal. Take it to the president. I still need a job to educate my children and take care of Bungoma people. Be blessed as you can. Honorable Nancy, kindly. Asante Mheshimiwa. Vijana oye! Mwatangaje. Sasa sauti yangu ni kubwa kushinda yenu na mimi ni mmoja. Vijana oye! Please nalese bali Nancy na nyama kibaba. Omukhana omutasama kangale ita. Mimi nina furaha siku ya leo kwa sababu ya wale vijana wetu ambao wameweza kutoka kwa chama cha Ford Kenya na wakaingia katika chama ambacho kinatawala ambacho kinaitwa UDA. Mimi ninataka kuwapatia hakikisho ya kwamba hii chama ya UDA, president wetu ni mtu ambaye anaamini kwa uongozi wa vijana. So if you had any doubt kama umeingia mahali ambapo ni sawa, angalia tu huyu Nancy leo.
na ujiambia kwamba nengi la bundwala. Ninasema ukweli ama uongo? Si mnajua mimi nilingangana sana nifike kwa ballot. Round hii nilifika ama sikufika? Senola ho mambo ikapiga tu kona kidogo, lakini kufika si nilifika. President wetu anaamini uongozi wa vijana. Ndio sababu leo hivi huyu SG anatuongoza. SG ni rika yetu tu. Usimwangalie hivi ukafikiria kwamba ni mtu mzee. Yeye ni rika hii tu hapa hivi. Na yeye leo ni SG. Jambo la pili, nataka kuwatia moyo. Mumeingia kwa nyumba. Of course kuna watu wako tayari ndani ya ile nyumba. Fight for your space. Sawa sawa. Lazima utatandikana hapo ndani for your space. Lakini tukitandikana hapo ndani, tunatandikana tukijua bado lazima tukitoka nje tukue united front. Sawa sawa. Yaani inamaanisha ya kwamba ukiingia pale usiseme wameninyima ugali, pia wewe enda uchukue sahani useme lazima mnipe ugali. Ama namna gani? Na wale wenye wako ndani, usiache mtu aingie ndani na akusukume nje. Pia wewe hapo ndani pigana tu, uhakikishe pia nafasi yako haitoki. Na mwana halo milebubi. Jambo nikimalizia, our SG. Tuko na vijana ambao walipigania maneno ya kura na wako hapa. Hawa vijana hata tukiongea kuanzia asubuhi mpaka jioni, the most critical thing wanahitaji kazi. Hata tukizungumza tukimbie huku left, right and center. Umesikia mwingine hapa amesema wamechoka kutumiwa tu. Yaani ikifika wakati ya kura ni hao ndio waende wakiimba. Ikifika wakati ya kukula watu wanaingia kwa magari na vijana wanabaki wamehanga. So hata whatever we say, bwana SG, when there is opportunities, kumbuka hawa vijana wetu na wataweza kufurahia. Na SG umesikia as I finish wakisema hapa maneno ya Lumonje. Iko hii wimbo tulikuwa tunaimba it used to be on media tukiwa wadogo. Ilikuwa inasema hebu jitokeze, jionyeshe, simama mbele ya watu. Mimi naona afadhali Lumonje ajitokeze. Hapo wapi? Oh, hayuko? Oh my goodness, come. Sisi kama viongozi hapa Bungoma wa UDA tumeona ya kwamba Lumonje akuwe our representative in terms of management. Sasa mimi ninaona afadhali ajitokeze, si ndio? Ili SG asiseme na huyu Lumonje wanataja anafanana aje. Si amejitokeza? Sasa ndalo makama kanita na wasimile lukali kuicha msiama sili msanansi kaangale malanda hola 2027 tuko tu ndani ama namna gani? Asanteni. Yes, let me give an opportunity to one of our youth leaders, Samuel. Kindly let me give you a minute before we conclude with the leaders of the day. UDA? Hamuna nguvu. UDA? Kwa majina mimi naitwa Masaki Samuel. Mimi ndio National Youth Leader wa chama ya UDA. Hao wengine tutawapanga. Na sisi tumeamua kama chama kwamba tutaenda kumobilize kuhakikisha tunaongeza members wetu kwa chama ili tukifika 2027 itakuwa kazi rahisi ya re-election ya president wetu. Na tumekubaliana na SG wetu ambaye ako na nguvu na amesimama pamoja na youth wetu. Hakuna SG mwingine katika chama yetu ya UDA tangu tutengeneze ambaye amekuwa na nguvu ya kutembea Kenya mzima na kupatia nafasi vijana hata hapa Western. Mimi kwetu hapa ni hapa Kimilili. Na yeye amesema tutatembea pamoja. Tumehakikisha vijana wamepata nafasi ya kazi. Kwa maneno ya housing ambayo ni muhimu, tumesema vijana hawataki handout, wapatiwe nafasi ya kazi. Na hiyo yote imewekwa kwa meza yake na tumekubaliana. Maneno ya Hustler Fund, SACCOS watapatiwa pesa na hizo pesa zinatoka kwa serikali kuu. Wakati zinakuja hapa mashinani kwa SACCOS, tunahakikisha beneficiaries wa kwanza ni wanachama wa UDA na ni vijana, ili waweze kufaidisha, ili kuhakikisha tumetengeneza wakati tuna implement agenda the plan yetu ya serikali, manifesto yetu, wale wanafaidika wa kwanza ni vijana. Kwa meza yangu mimi kama kiongozi mkuu wa vijana nimehakikisha kwamba hapa
ambayo nimezungumzia SG hapa Bungoma County na Western Region, together with our region manager Bwana Hamasi, kwamba tutahakikisha kwa ofisi ya region tuko na ofisi ya vijana ya region na county kucoordinate activities za vijana region hii yetu ya Bungoma na Western Region, ili tuweze kuhakikisha tumebadilisha mambo ambayo ilikuwa zamani kwamba watu ama vijana watakuwa wanatumika kupiga tu kura. Hiyo ndio tumesema tutatembea pamoja. Sina mengi ya kusema, na ni kuwashukuru na kuwaambia wakati tunaenda kwa election, wakati mnapiga kura mkumbuke kijana ambaye anaitwa Masaki. Yeye ndio ako na tamanio na yeye ndio ako na uwezo wa kuongoza wanachama na vijana wote Kenya mzima kuhakikisha tunabadilisha mienendo na kubadilisha sera ili iwe kazi kwa vijana na kazi ambayo ni kazi. Asanteni. Nataka kusema hivi, najua kidogo olabona litungu lifumya mundu abaso bamwatile musinde, so relax, hiyo tunajua hiyo maneno. Hapa tumekuja kupokea watu waingie katika chama, kwa sababu chama cha UDA ni chama cha kitaifa. Kabla sijaleta viongozi waliobaki, nataka kusema machache. Kwanza nishukuru vijana walioona mwangaza kwamba mwelekeo wa siasa katika Bungoma County lazima uchukue mkondo mpya. Siku za kukandamizwa katika chama ziliisha, na lazima watu wajitafutie waende katika vyama ambavyo wanaona vinawapatia uhuru wa kutoa maoni yao na kuona kwamba makadirio na matakwa yao yanakamilishwa. Chama hicho si kingine lakini ni chama cha UDA. Kwa hiyo vijana mlioona vyema kuingia katika chama hiki, nataka kuwapatia heko. Nina hakika na wote mtakubaliana na mimi kwamba chama cha Ford Kenya kimekandamiza sana wananchi hapa Bungoma, na hatutaendelea kuishi katika hali hiyo. And we are not going to be crying babies. We have a way, we have to fight for our space, and this is the time to do that. Kwa hivyo mliokuja katika chama, nataka kukuambia kwamba kama nyumba ya Bwana makao ni mengi. Nobody should feel threatened. I've just said here that come next weekend we will be receiving other defectors from other parties, and that is the reason we are saying this country must move forward. And the most disaster for any country to develop is tribalism. And what has created a lot of tribalism in this country is forming parties based on tribes. That we must shun, and that must end with this era. And we are saying, if you are a man of means, if you are an equal partner, if you are an equal personality, just come in the National Party and we shall see your worth and salt, and we shall propose you to be the next president after William Ruto. But this idea of hiding in a cocoon in some ancestral party, it is not going to help you in any way. And we must get that right, and it is the way to go. And when I say that, somebody feels offended. It doesn't matter. You know, we are here and we want to see this country get to where Singapore is. We want to see this country get where China is. China has only one party called Communist Party. And the way they operate is that they empower their people economically, but they don't start giving handouts to the members. So where UDA is going is that besides us being a political party, but we are going to make sure that our members are empowered economically,
because we are going to have projects done by the youth from the polling center, and they will be funded by the Hustler Fund. We must get out of this handout thing. It has not worked. It will not work. Therefore, we must do things differently to make a difference in life of our people that live in this country. Kwa hivyo, mimi nataka kuwashukuru wote. Najua hawa vijana wa Ford Kenya ambao wamekuja UDA walikuwa kama Sauli yule alipigwa na radi akienda kuleta shida. Unajua wengi wao, Mheshimiwa Malala, ndio walitaka kukupiga mawe pale cathedral. Na uzuri wako hapa, wamesema kwa niaba yao, mimi muko wapi? Wako hapo. Those guys were there. They are here. They are here. Sasa wameniambia ni kuombe msamaha kwa niaba yao, kwamba wamesalamika kama Sauli wamepigwa na radi, sasa wanaitwa Paulo, na sasa wanafanya mambo ya UDA. Na fikiria tukimaliza mkutano utawasalimia kidogo, alafu mambo yao itakuwa sawa. Kwa hivyo niweze kuchukua nafasi hii, niweze kumleta His Excellency Governor Wanga aweze kusema machache, alafu pia atachukua nafasi ya kuweza kumleta SG. Asanteni sana, and thank you my brother for coming at short notice. Thank you sir. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza Mheshimiwa SG, Mheshimiwa Dan Wanyama ambaye amekuwa akisukuma hii gurudumu ya UDA peke yake, lakini sasa si nimekuja. Mheshimiwa Nancy, waheshimiwa MCAs wenye wako hapa, aspirants, vijana wa Ford Kenya Youth League wenye wamehamia UDA, marafiki zangu wa UDA wote, vijana wa stage, nimesikia Mheshimiwa Malala, unajua wewe unajua vizuri vile nimekuja ili waweze kupiga mawe sasa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nimekuwa nikaa na SG hapo. Unajua mimi masomo kidogo huwa inanisumbua, lakini niliingia UDA nikashika radi chapchap, rada chapchap. Sasa nikisema Harambee mnasema UDA, alafu nikisema UDA, nikisema kazi ni kazi. We must make that slogan sink in this great county of Bungoma. Tuanze. Harambee! UDA! Kazi ni kazi. Naona mnaanza kushika rada kidogo. Hello? Mimi kwanza nachukua fursa hii kuwashukuru vijana wetu wenye wamekuwa viongozi katika chama cha Ford Kenya, na wamefika mahali wameamua waje waingie kwa chama tawala, the National Party UDA. Hebu wapigie makofi. Mheshimiwa SG, vijana wenye wamehama nilitembea nao 2017 karibu wote. Huyu Msebe tulitembea na yeye, Fuamba nilitembea na yeye, Lewis nilitembea na yeye. Sasa naona hii team inaanza kuwa nzuri, kubwa, na mimi nawashukuru. And I want to urge the current members wa UDA kuwa vile Mheshimiwa Nancy alisema hapa, let's welcome everyone in this party. Hello?
tusikizane kuwa tunataka watu wengi wakuje ndani ya chama because our party is members, na tuwaite wote wakuje ndani. La pili, vile Mheshimiwa Dan amesema, nimeona Mike Malomba, you know you coordinator huyu Malomba SG, I grew with him hapa Bungoma hapa town hapa. Amesema mbona Wangamaja alete watu wake, na mimi nimemwambia SG tumesikizana next weekend na Mheshimiwa Dan, we are going to have the major defection in this great county of Bungoma. Hello? Si Wangamaja pia na wafuasi? Si watakuja? Si mnataka wakuje? Sasa hiyo wakati will have, nimeona Mheshimiwa Kanzo hapa weekly pia alikuwa anataka kudefect leo. Nimwambia wewe ngoja. Leo imekuwa ni 40 Kenya Youth League. Sasa next weekend will have other parties wenye walisimama UDP. Nimeona Martin hapa wa Human Rights yuko hapa. Nikiwa gavana alinisumbua sana, lakini tuko na yeye hapa. So tutakuja now next weekend on Sunday. Mheshimiwa Dan amesema na nimekubaliana naye, this time wacha tuifanyie Webuye, so that we can have a major function that will shake this county next weekend. La tatu, kuwa nimeona tumeongea hapa maneno, and I think it was Koni anaongea. Sisi tunataka tujenge structures za UDA katika Bungoma hii. And the biggest objective of UDA, let me be very open, is to take power at the local level and at a national level. Ama nyinyi mnatakaje? You must take government at the local level and you must take government at the national level. Na sisi kufanya hivyo lazima tutengeneze structures kutoka chini. Na mimi juzi nimekuwa na kina Nyongeza na MCA wa Siboti Juma katika the general meeting ya UDA. Na rais mwenyewe amesema tarehe 9 mwezi wa 12 tunaanza kufanya elections za UDA kuanzia polling center. Na nimeona Mniohola hapa anasema vitabu. Sasa hizi UDA wameanza kuwa digital kidogo. Registration is online. Hello? Ama mimi, unajua mimi masomo ilinisumbua kidogo. Sasa wamesema registration iko wapi? Online. Na kama wewe ni kijana unataka uongozi, hata pia mimi nitaenda hapo na lottery ni register, nianzie kwa polling nikitafuta kiti katika UDA. So I want to encourage all of us. Let's take, because tumesikizana at the polling center, we'll have 20 people, 7 categories. Tutakuwa na category ya farmer, mwanabiashara, mama, kijana, people living with disability, all those katika polling center. Hapa Bungoma we have 1,500 polling centers. Tutakuwa na wanachama 30,000 katika Bungoma. So we need to build that structure. Na mimi nataka kuambia SG kuwa it's okay Ken. Kuwa tunataka tutengeneze hii structures as UDA takes government in Bungoma. Tunataka tuwe na viti vingi za MCA, tukuwe na viti vingi za ubunge, tupate senator, tupate women rep, tupate governor na tupate president. Hello? Alafu ikifika maneno ya nomination, tuhakikishe kwamba vijana wenye wanapata nomination katika UDA wanatoka hii Bungoma. Hello? Muko tayari? Muko tayari? La nne, na niongee kidogo juu ya national politics. Kwa sisi, we are not interested in fighting anyone else. Sisi haja yetu ni kutengeneza chama inaitwa United Democratic Alliance. Wenye wanatengeneza vyama zao wacha watengeneze. Lakini haja yetu kubwa ni kutengeneza chama cha UDA
Na today mumeona rais amekuwa wapi? Nyanza. It cannot be Nyanza is accepting UDA na hapa Bungoma we cannot accept UDA. It can't. If there is a county that gave the highest number of votes to His Excellency the President of the Republic of Kenya in Western Kenya is Bungoma. Sasa mimi naomba wenye wako kwa vyama vingine tukuje ndani alafu tutengeneze chama moja kubwa cha UDA. Nikimalizia wacha niongee tu moja kwa kimombo kwa sababu tuko hapa and we have our national TV here. Kwa sisi kama viongozi wa eneo hili and I as former governor of Bungoma County, I made a decision to join the great party of UDA, being the national party and the ruling party of this Republic of Kenya. We have had a lot of meetings with the president, and his biggest vision is to build a national party. And the main objective of the president to build a national party is to ensure that as a country we move in one direction, we move as a united country so that we don't have any divisive politics coming up. Na sisi kama viongozi, hasa sisi kama viongozi wa Bungoma, hasa mimi kama gavana aliyekuwa wa jimbo la Bungoma, we support the building of one national party and we want to urge everyone in this region aingie ndani so that we can have UDA being the main party within the region. Na mimi nimeona mbele, nimeona the way Mheshimiwa Musalia Mudavadi akiongea and the way he's behaving. I can tell you without any fear of contradiction that ANC will end up in UDA by 2027. Bwana Yesu asifiwe. Harambe! Harambe! UDA! Kazi ni kazi! Karibu Mheshimiwa Secretary General. Asante sana. Hebu tuone kama tumeshika rada. Mheshimiwa Wangamati sio radi. Hawezi shika radi. Ukishika radi itakuchapa hata utashangaa. Tunashika rada. Haya, hebu tuone UDA. UDA. Kazi ni kazi. Bas, asante kabisa. Kwanza kabisa nimeshukuru tena kurudi hapa Bungoma. Hapa Bungoma imekuwa kama nyumbani. Nimekuja mara mingi, nikikimbia, nikitembea, lakini narudi. Sababu sasa hapa ndio nyumbani, si ndio? Sasa pia mimi nimejiunga na ile timu ya kukimbiza watu. Sasa wakifanya mchezo watakimbia hao sasa. Sasa mimi niko chonjo, si ndio? Basi mimi kwanza nikushukuru viongozi wa hapa Bungoma County wakiongozwa na Mheshimiwa Wangamati, Mheshimiwa Dan, Mheshimiwa Nancy Kibaba kwa kuweka chama cha UDA kiwe active sana hapa kwenye ground. Na nimeshukuru leo kupokea the Youth League kutoka chama cha Ford Kenya kujiunga na chama cha UDA. Nasema asante sana kama Secretary General wetu wa chama cha UDA. Mimi ningependa kuhimiza wale vijana ambao wamejiunga na chama cha UDA na wale viongozi wa UDA vijana kwamba sasa mfanye kazi pamoja, kwamba mkubali kwamba kuna wale wageni ambao wamekuja na pia wale wageni wajue kuna wale ambao wamekuwa, kwamba tusiwe na mzozo yoyote katika chama. Chama cha UDA ni chama kikubwa sana. Nimesikia kiongozi mmoja kwa vijana wa Ford Kenya akisema kwamba hatujakuja ku displace mtu. Tunataka tu chama ya UDA ni chama ya kitaifa. There is space for everybody. Kwamba hata mtoke mkuje watu wengi aje. Tuko na nafasi ya kutosha na tungependa kuhimiza wale bado ambao wako kwa vyama zingine wakuje wajiunge na chama cha UDA. The objective of joining a political party is to form government. Now that you know where the government is,
what are you doing in those other parties? Tayari mnajua, wewe ukitaka kujiunga kwa chama unasemanga nataka kujiunga kwa hii chama ndio niunde serikali. Sasa saa hii mnajua penye serikali iko, bado mnafanya nini kwa hizo vyama zingine? Nimesikia Dan akisema ancestral parties. Sisi tungependa kuwaomba tafadhali, mkuje mjiunge na chama cha UDA. Na advantages za kujiunga na chama cha UDA, sisi kama chama tumesema tunaenda kuanzisha programs zile ambazo serikali inafanya. Tunataka pia sisi kama chama, wanachama wetu wakuwe wa kwanza kufaidika kwa miradi za serikali ya chama yao, si ndio? So kama tunaleta maneno ya Hustlers Fund, kama tunaleta mbolea, kama tunaleta recruitment gani ya wafanyakazi, kama ni mambo ya housing, tunataka watu wa kwanza kufaidika wawe wanachama wa UDA. So sisi tutaweka vijana wetu at polling center. Kukiwa na mradi yoyote ya chama ama ya serikali, tunakuja tunaanza na wale officials pale kwa polling center, wale members wetu pale kwa polling center. So mimi ningependa kuwaomba mjiunge na hii chama. Nimekuja hapa, nimesikia kwamba kulikuwa na lalama juu ya ile uteuzi ambaye nilifanya juzi ya managers. Ningependa kuweka wazi vile hiyo process ilifanywa na vile tunaenda kuhakikisha kwamba all the counties, tumesema all the 47 counties of Kenya zinaenda kukuwa na county managers, kwamba hata hapa Bungoma tunaenda kukuwa na county manager. So last week wale ambaye niliteua nusu ya Kenya, nikasema nusu ingine wiki ijayo nitateua. So hapa Bungoma mtakuwa na county manager kutoka hapa Bungoma. Tutaona vile kufanya, si ndio? Kuna moja tu ya Kenya inaweza mshinda kweli, tutaona maneno yake, si ndio? Jambo la pili, every region iko na manager, kwamba we have 16 regions, na tumeweka kwamba Western region tuko na Nyanza region, tuko na North Rift, tuko na Central, tuko na Coast. Sasa mkoa wa Magharibi tena tuko na manager ambaye ataangalia managers wetu wote wa hapa, na mliona nilimteua, anaitwa Alex Hamasi. Huyu anatoka kule Kakamega. Watu wakauliza, sasa wewe umetoa wapi huyu ametoka wapi? Sasa mimi naulize swali yangu, kama mimi ndio naangalia hii maneno, sipaka nianze nyumbani kidogo ama nitaanza na kule. Sasa mwache stop over expecting from me. Mimi huyu ni kijana ambaye alisaidia rais kutafuta kura hii region yetu. Yeye alikuwa mstari wa mbele kupanga mikutano za rais, na nikasema paka tuchague mtu ambaye anaelewa maneno ya campaign, anaelewa siasa. Yeye alikuwa nominated MCA kule Kakamega, so ako na umaarufu mzuri ya kuangalia maneno yote ya hapa mkoa wa Magharibi. Atafanya kazi na viongozi wenyu wote wa hapa kuhakikisha kwamba coordinate all the UDA activities, si ndio? So Alex, fanyia watu kazi, namba yako upeane kwao, na usikue mkubwa sana, shika simu yao. Ukienda wrong pia unaenda home. Si ndio? Ndio mtu anateuliwa leo anaanza kujifanya mkubwa, ati pia ashiki simu. Ukue mtu mzuri. Asante. So mtafanya kazi na wengine. Mwisho, mimi nataka kuomba viongozi wetu wa mkoa wa Magharibi kwamba tufanye kazi pamoja, na kwanza kushukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto kwa kuteua na kuongezea Mheshimiwa Musalia Mudavadi mamlaka. Sisi kama jamii ya Mulembe tumesema asante na tumefurahia sana
kwamba sasa hivi Mheshimiwa Musalia yeye ni Prime Cabinet Secretary na pia yeye ndiye anaongoza mambo yote ya foreign affairs. So Mheshimiwa Rais, wewe ni mtu wa kusema ukweli. Ulisema kwamba utatupatia share yetu ya government, na nimeona unaongeza hata mkono, hata unapitisha ile 30% ambayo ulisema. Sisi tunashukuru. Vile vile pia ni kuendelea kushukuru Rais kwa kutimiza ahadi yake kwa kupatiana kiti ya spika kwa Papa wa Roma. Hao ni watoto wetu, tupende tusipende, na ni lazima tufurahie wakipata. So sisi kama watu wa mkoa wa Magharibi tunaunga mkono Rais kuendelea kuteua watu wetu. Ameteua hapa Nancy Kibaba kama CAS wetu, na mwezi ujao Nancy atakuwa anaanza kazi kama CAS. Na Rais ametusaidia sana, ametupatia viti ya babu na mwamba, tunasema asante sana. So ile kitu ningependa kuomba viongozi wa Luhya, tuache sasa kukuja kila weekend nyumbani na kuambia watu tunataka Luhya unity. We are already united, that is why we are in government. Ile kitu tunataka mkikuja nyumbani mseme mmeandika watu wangapi kazi hapa, mnaleta pesa ngapi nyumbani, barabara gani mnaunda hapa. Mambo ya Luhya unity sasa tuache, sababu tushaungana na tumeshukuru Rais. Sasa Waluhya wako pamoja, so the narrative of Luhya unity should be buried kabisa. We are united, tuko united kabisa. Papa wa Roma ako hapo, Musalia ako hapo, Khalwale, Malala, kila mtu, Wangamati, we are united. We want to be accountable kwa watu wetu. Sasa tuko kwa serikali, tunataka tujue hii uspika imesaidia nini mwananchi wa chini wa Bungoma. Hii Prime Cabinet Secretary imeleta nini? Because it's not about personalities. It is not about Malala. It's about the people who voted for the president. So tungependa accountability. When you come back home over the weekends, ita viongozi. Saa hii on Monday, majeshi wanaenda ku report. Tunataka tuambiwe. Sasa kwa wale Omami Weta umeleta hawa, tunashukuru. Ule youth leader amepata, ule manamba wako wa stage mwanasipiganga watu amepata, ule mwingine amepata. Tuone watu wetu wamepata nini. We must be accountable. And I want to challenge our leaders. Mimi nikikuja kama katibu mkuu wa chama cha UDA, ukweli wa maneno, mimi nakaa karibu na Rais. Nikikuja weekend nakuja nasema mimi nimeleta nini. Pia mimi nakuwa accountable. Sababu hii mambo ya kupigia watu makofi, ati sisi tunapiganga makofi, mnafika kule mbele watu wawili watatu wanafaidika, sisi wengine wote tunazama. Ati sisi ni wale. Hapana. That must change. That kind of politics in Mulembe nation must change. We want to see our schools. Tukikuja hapa tuone shule zetu zimepewa checks. Vile tunaona shule za Mount Kenya zinapewa checks, zinaundwa. Mambo ya kufanya harambee ndio tujenge shule zetu mpaka tukome. We are in government now. Sasa tunatoa tena harambee ati haya wewe nasindikiza sijui majimbo Kalasinga na shilingi 200. Shilingi 200 itajenga shule aje wewe majimbo Kalasinga? Ati wako Chwele girls wanafanya harambee 200 kujenga shule na tuko kwa serikali. That is a joke of the highest order. That's a joke of the highest order. Hapana. Hiyo sisi tumekataa. Na mimi najua mimi nasema ukweli, na jioni niko na bibi nalala na yeye na kula kwa nyumbani na sijaki. Sasa I don't want to massage any person. Hatutaki tena Mulembe nation. We have the third in command in this country, the fourth in command, the Secretary General of the ruling party. Tena tukuja na mabeseni hadi haya wamama changeni 200 tujenge Chwele girls. Chwele girls itaundwa kama sisi viongozi tutaenda pale kwa serikali. Tuko na pesa ya infrastructure.
We lobby for our people. Kwa hiyo fund infrastructure ikuje jenge Chwele Girls, Bungoma High School, Kakamega High School, na pesa ya serikali na sio pesa ya kuchanga kwa beseni. So we want to challenge our leaders. Hii maneno mmeshikana kama elected leaders. Ati mnatembea mnafanya harambee. Harambee can never develop a community. We must be strategic. Na hiyo ni ukweli. Hata tufanye harambee ngapi hatuwezi jenga barabara. Hata tufanye harambee ngapi tutaweka lami na harambee. Ati sasa wameshikana ati all elected leaders leo kwa hii ward wanaenda ati wanachangia huyu. Wanaenda wanachangia na tuko kwa serikali. Shida ni kwamba hao majamaa wamekataa kujilainisha politically. You must be politically strategic. Na the only way mtakomesha hii mambo ya harambee na kuchanga ni muingie kwa chama tawala, chama cha UDA. Mtapata hapo iko rasilimali ya serikali, ni kuyoea tu na kupelekea watu wengi. Unayoea ukipelekea watu wengi. So tafadhali hii caucus inaitwa ati Western sijui nini hii mumanda kwa hivi kama mambo ya merry go round. Wabunge mmechaguliwa mnaenda mambo ya merry go round, kuleta merry go round. Ati leo mnaenda Bumula tunachangia si Jack Wamboka, tunatoka kuchangia Jack Wamboka, next week tunaenda Lugari ati tunaitwa Western caucus merry go round. Bana ingieni kwa serikali, mwache hii mambo ya kuchanga kila wakati. Haya basi, mimi nimesema, najua itawaka moto lakini niseme nisiseme, nitoboe nisitoboe. Sasa mnasema kwamba viongozi wote wa mkoa wa Magharibi waache merry go round, wajiunge na chama tawala, chama cha UDA. Wangapi wanasema UDA? Bas, wache mfunge hizo vitu ziko kando, mfunge zote. Ati wewe uko kwa DAP, bado uko kwa DAP. Ati unajua huyu Wangamati amesema ati masomo ilimsumbua kidogo, lakini hiyo kidogo ulisoma Wangamati imekusaidia. Wewe uko sharp. Sababu wewe uko kwa chama ya DAP. Tayari serikali imeannounce kwamba mbolea imeshuka bei. Chama yenyewe imeshuka nini? Bei. Kutoka kwa 7,000 mpaka 2,500. Wewe bado uko kwa hiyo mbolea. Wewe unatumia akili kweli? Adimini kwa DAP ndio nini? Hawana Waluya tutawatoa huko kwa hiyo mbolea, hiyo chama ya mbolea. Mpaka muingie kwa chama tawala. And wacha niwaambie, kijana wa Malua was the greatest leader. Yeye wakati alitaka kusimama urais, aling'ang'ana sana na chama chake, akashindwa. Ilibidi atoke kwa chama chake cha Ford Kenya, ajiunge na NAK, ndio akakuwa deputy president. Mudi ya Ori the same. So mimi nawaomba tafadhali mujiunge na chama cha UDA. Hapa Bungoma mimi kama secretary general nimeweza kuhakikisha kwamba nimechukua kijana wenyu mmoja hapa. Anaitwa Marvin wa Mukota. Anatoka kwa headquarters yetu. Kuja watu wakuone ndio wajue wewe ni nani. Huyu Marvin wa Mukota nimepatia yeye ndio internal auditor mkubwa ya pesa yote ya UDA. Huyu ndio ameshikilia. Sasa mimi naona umekaa kama pesa imeisha. Nataka tu awasalamie, awaambie anatoka wapi, ndio tujue yeye ni kijana yetu ya hapa. Sasa UDA kazi ni kazi. Vile mlielezewa, mimi naitwa Marvin wa Mukota. Mimi natoka mahali mbili county. Originally natoka Bokoli hapa Webuye West, lakini nikasema juu nimekomaa kidogo na Secretary General ameniinua nisonge kidogo, nikasonga nikaelekea Kimilili. Hasa mimi ni mkaaji wa Kimilili,
na nawashukuru. Na pengine jambo moja tu kupitia kwa ruhusa ya Bwana Secretary General, serikali yetu iko na kitu tuliahidi wananchi kuwa tutakuwa na digital super highway. Ningependa kuuliza Bwana Secretary General kuwa ofisi yetu ya Bungoma, the UDA County Office, inafaa ikuwe model ya ambayo county zote zitakuja kusoma, because ahadi mbili ambazo tulipeana, moja tutakuwa na hizo internet ya bure, tukuje tuweke kwa county yetu na tuweke workstation ili vijana ambao huwa kwa mtandao kila wakati wanaweza anzia pale, tukue tunatengeneza ajira kupitia kwa ofisi yetu. Asante sana Bwana SG. Asante sana. Na huyo ni internal auditor wetu. Nimetembea pia na wanachama kutoka secretariat. Kama mko umetoka secretariat, just wave. Asante sana, asante sana. Na tumekubaliana na coordinator wenyu kwamba tunafungua ofisi sasa. Tunataka tufungue ofisi hapa Bungoma, tupake rangi ya yellow, tuandike watu kazi, mkuwe na ofisi yenyu hapa. Na hiyo ofisi nataka kufungua sekta moja, munitafutie wamama ambao wanajua mambo ya kushona cherehani. Tunataka hao wamama, hii t-shirt na manguo ya wamama ya UDA ya Bungoma yote inashonewa hapo, wanapata vitu yao hapo. We support the women, si ndio? So nyinyi nimeambiwa mmesha identify mahali kwa mheshimiwa wa Mkota. Wapi wa Mkota? Make sure next week umeleta rangi. Ili sign hiyo lease agreement tayari, si ndio? I already signed the lease agreement. Tupake rangi hapo, tu fence, tuanze kufanya mambo yetu hapo. Vile vile ni kutangaza pia, mnajua uchaguzi huko tarehe 9 Disemba. Sasa mambo ya watu kuja kusema mimi ni youth leader na hujachaguliwa, urudi uchaguliwe kwanza. Si ndio? Tutachaguana kutoka chini mpaka juu. Na vile vile pia kuambia kwamba hii kiti ya Secretary General ni kiti ya hapa Western. Mujue ni yenyu. Sasa paka muichunge. Ama mtaachilia iende. Nilishikilia bwana. Iko mafisi. Iko watu wanataka kutoa mate. Ati wanataka mimi niende nyumbani. Wanataka niende nyumbani. Wanasema hao ndio deep state. Wanasema hao ndio system. Mniombe kama kijana yenu, si ndio? Mtaniombea. Mmenipatia baraka niende ni wanie hiyo kiti, nibakishe hapa mkoa wa Magharibi. Wangapi wanasema wanaunga mkono Malala kwa SG? Asante sana. So nitatembea na baraka zenyu, na mimi nashukuru sana Mheshimiwa Dan Wanyama kuunda mkutano huu. Next week natangaza tena narudi Bungoma. Mimi hapa ndio nyumbani. Kila wiki nitakuwa mpaka mnizoee. Mlianza na kunipiga mawe, sasa hii angalia tunapiga. Lakini wewe wangamati wewe. Ile mambo yako utaangalia. Hapo ananipatia amani huyu angalia. Ile siku alinipigia simu, mimi ndio nilimpigia kumtafuta. Nikampigia akashika. Akaanza kucheka tu kwanza. Kaambia umenipigia aje? Kaambia hapana, tunakutafuta. Rais amenituma niongee na wewe. Kidogo wewe ni mtu unaweza fanya kazi na sisi. So mimi nashukuru Mheshimiwa Ngamati sana. He is a true leader. Na 2027 nasikia hivyo mtu mwingine anaitwa Bishop. Bishop wa kanisa gani? Ninyi hamtaki Bishop? Hapana, Bishop ni mtu mzuri. Bishop huyo ni mtu mzuri. Huyo ni mtu super. Hapana. Huyo Bishop ni mtu mzuri. Sasa nyinyi hamtaki mambo ya Bishop? Uchaguzi huko tarehe 9 Disemba. Sasa mambo ya watu kuja kusema mimi ni youth leader na hujachaguliwa, urudi uchaguliwe kwanza. Si ndio? Tutachaguana kutoka chini mpaka juu.
na vile vile pia kuambia kwamba hii kiti ya Secretary General ni kiti ya hapa Western. Mujue ni yenyu. Sasa paka muichunge. Ama mtaachilia iende. Nilishikilia bwana. Iko mafisi. Iko watu wanataka kutoa mate. Ati wanataka mimi niende nyumbani. Wanataka niende nyumbani. Wanasema hao ndio deep state. Wanasema hao ndio system. Mniombe kama kijana yenu, si ndio? Mtaniombea. Mmenipatia baraka niende ni wanie hiyo kiti nibakishe hapa mkoa wa Magharibi. Wangapi wanasema wanaunga mkono Malala kwa SG? Asante sana. So nitatembea na baraka zenyu, na mimi nashukuru sana Mheshimiwa Dan Wanyama kuunda mkutano huu. Next week natangaza tena narudi Bungoma. Mimi hapa ndio nyumbani. Kila wiki nitakuwa mpaka mnizoee. Mlianza na kunipiga mawe, sasa hii angalia tunapiga mawe. Lakini wewe wangamati wewe. Hii mambo yako utaangalia. Hapo ananipatia amani huyu angalia. Ile siku alinipigia simu, mimi ndio nilimpigia kumtafuta. Nikampigia akashika. Akaanza kucheka tu kwanza. Kaambia umenipigia aje? Kaambia hapana, tunakutafuta. Rais amenituma niongee na wewe. Kidogo wewe ni mtu unaweza fanya kazi na sisi. So mimi nashukuru Mheshimiwa Ngamati sana. He's a true leader. Na 2027 nasikia yuko mtu mwingine anaitwa Bishop. Bishop wa kanisa gani? Ninyi hamtaki Bishop? Hapana, Bishop ni mtu mzuri. Bishop huyo ni mtu mzuri. Huyo ni mtu super. Hapana. Huyo Bishop ni mtu mzuri. Sasa nyinyi hamtaki mambo ya Bishop? Abaki tu kwa kanisa, si ndio? Lakini mambo ya governor ni weekly. Ndio. Haya. So Bishop na Yesu watongareni wabaki pale kama. Lakini governor 2027 ni weekly. Hebu tusikie ni nani weekly? Na mama Nancy Kibaba mtamshikilia. Asubuhi. Chama ni gani? Bani, niko na timu kali hapa. Asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you. SG, nataka kukuhakikishia kwamba ule Bishop ni wa Bishop wa Shakahola. Mtu muuaji hawezi pewa nafasi ya kuwa kiongozi katika hii Bungoma. So just rest assured that we already have our able and sober governor in the name of Wycliffe Wafula Wangamati, and that is the finality of people of Bungoma. So kindly sasa SG nimekubali na hao wangwana wamekubali, na nataka kwa ishara ya kukubali kwamba UDA ndiyo chama Bungoma County, nataka kuwaomba walio na kofia washike kwa mkono na wapeperushe juu. Hiyo ni ishara tosha kwamba UDA Bungoma inapepea na hiyo vyama ingine imezama na hatutarudi nyuma tena. Asanteni sana wale wote mliokuja. Niweze kuita Master of Ceremony aweze kutufungia mkutano. Mheshimiwa Katibu Mkuu, kwa ruhusa yako naomba sasa sote tuweze kusimama na walio na kofia zisizo rasmi tuweze kuzivua kwa heshima ya wimbo wa taifa. Wimbo wa taifa. Naona umekaa kama pesa imeisha. Nataka tu awasalamie, awaambie anatoka wapi
ndio tujue yeye ni kijana yetu ya hapa. Wana UDA. Kazi ni kazi. Vile mlielezewa, mimi naitwa Marvin wa Mkota. Mimi natoka mahali mbili county. Originally natoka Bokoli hapa Webuye West, lakini nikasema juu nimekomaa kidogo na Secretary General ameniinua nisonge kidogo, nikasonga nikaelekea Kimilili. Hasa mimi ni mkaaji wa Kimilili na nawashukuru. Na pengine jambo moja tu kupitia kwa ruhusa ya Bwana Secretary General. Serikali yetu iko na kitu tuliahidi wananchi kuwa tutakuwa na digital super highway. Ningependa kuuliza Bwana Secretary General kuwa ofisi yetu ya Bungoma, the UDA County Office, inafaa ikuwe model ya ambayo county zote zitakuja kusoma, because ahadi mbili ambazo tulipeana. Moja, tutakuwa na hizo internet ya bure. Tukuje tuweke kwa county yetu na tuweke workstation ili vijana ambao huwa kwa mtandao kila wakati wanaweza anzia pale. Tukue tunatengeneza ajira kupitia kwa ofisi yetu. Asante sana Bwana. Asante sana. Huyo ni internal auditor wetu. Nimetembea pia na wanachama kutoka secretariat. Kama mko umetoka secretariat, just wave. Asante sana. Asante sana. Na tumekubaliana na coordinator wenyu kwamba tunafungua ofisi sasa. Tunataka tufungue ofisi hapa Bungoma. Tupake rangi ya yellow, tuandike watu kazi, mkue na ofisi yenyu hapa. Na hiyo ofisi nataka kufungua sekta moja. Munitafutie wamama ambao wanajua mambo ya kushona cherehani. Tunataka hao wamama, hii t-shirts na manguo ya wamama ya UDA ya Bungoma yote inashonewa hapo, wanapata vitu yao hapo. We support the women, si ndio? So nyinyi nimeambiwa mmesha identify mahali kwa mheshimiwa wa Mkota. Wapi wa Mkota? Make sure next week umeleta rangi ili sign hiyo lease agreement tayari, si ndio? I already signed the lease agreement. Tupake rangi hapo, tu fence, tuanze kufanya mambo yetu hapo. Vile vile ni kutangaza pia, mnajua uchaguzi huko tarehe 9 Disemba. Sasa mambo ya watu kuja kusema mimi ni youth leader na hujachaguliwa, urudi uchaguliwe kwanza. Si ndio? Utachaguana kutoka chini mpaka juu. Na vile vile pia kuambia kwamba hii kiti ya Secretary General ni kiti ya hapa Western. Mujue ni yenyu. Sasa paka muichunge. Ama mtaachilia iende. Nilishikilia bwana. Iko mafisi. Iko watu wanaanza kutoa mate. Ati wanataka mimi niende nyumbani. Wanataka niende nyumbani. Wanasema hao ndio deep state. Wanasema hao ndio system. Mniombe kama kijana yenu, si ndio? Mtaniombea. Mmenipatia baraka niende ni wanie hiyo kiti, nibakishe hapa mkoa wa Magharibi. Wangapi wanasema wanaunga mkono Malala kwa SG? Asante sana. So nitatembea na baraka zenyu, na mimi nashukuru sana Mheshimiwa Dan Wanyama kuunda mkutano huu. Next week natangaza tena narudi Bungoma. Mimi hapa ndio nyumbani. Kila wiki nitakuwa mpaka mnizoee. Mlianza na kunipiga mawe, sasa hii angalia tunapiga. Lakini wewe wangamati wewe. Hii mambo yako taangalia. Greatest leader na shilingi 200. Shilingi 200 itajenga shule aje majimbo Kalasinga. Ati wako Chwele girls wanafanya rambea 200 kujenga shule. Na tuko kwa serikali. That is a joke of the highest order. That's a joke of the highest order. Hapana. Hiyo sisi tumekataa. Na mimi najua mimi nasema ukweli, na jioni niko na bibi nalala na yeye na kula kwa nyumbani na sijaki. Sasa I don't want to massage any partisan. Hatutaki tena Mulembe Nation. We have the third in command
in this country, the fourth in command, the Secretary General of the ruling party. Tena tukuja na mabeseni hadi haya wamama changeni 200 tujenge Chwele Girls. Chwele Girls itaundwa kama sisi viongozi tutaenda pale kwa serikali. Tuko na pesa ya infrastructure. We lobby for our people. Kwa hiyo fund ya infrastructure ikuje jenge Chwele Girls, Bungoma High School, Kakamega High School na pesa ya serikali na sio pesa ya kuchanga kwa beseni. So we want to challenge our leaders. Hii maneno mmeshikana kama elected leaders. Ati mnatembea mnafanya harambee. Harambee can never develop a community. We must be strategic. Na hiyo ni ukweli. Hata tufanye harambee ngapi hatuwezi jenga barabara. Hata tufanye harambee ngapi tutaweka lami na harambee. Ati sasa wameshikana ati all elected leaders leo kwa hii ward wanaenda ati wanachangia huyu. Wanaenda wanachangia na tuko kwa serikali. Shida ni kwamba hao majamaa wamekataa kujilainisha politically. You must be politically strategic. Na the only way mtakomesha hii mambo ya harambee na kuchangachanga ni muingie kwa chama tawala, chama cha UDA. Mtapata hapo iko rasilimali ya serikali, ni kuyoea tu na kupelekea watu wengi. Unayoea ukipelekea watu wengi. So tafadhali hii caucus inaitwa ati Westerns nini hii mumanda kwa hii kama mambo ya merry go round. Wabunge mmechaguliwa mnaenda mambo ya merry go round, kuleta merry go round. Ati leo mnaenda Bumula tunachangia si Jack Wamboka, tunatoka kuchangia Jack Wamboka, next week tunaenda Lugari ati tunaitwa Western Caucus merry go round. Bana ingieni kwa serikali, mwache hii mambo ya kuchangachanga kila wakati. Haya basi, mimi nimesema, najua itawaka moto lakini niseme nisiseme, nitoboe nisitoboe. Sasa mnasema kwamba viongozi wote wa mkoa wa Magharibi waache merry go round, wajiunge na chama tawala, chama cha UDA. Wangapi wanasema UDA? Bas, wache mfunge hizo vitu ziko kando, mfunge zote. Ati wewe uko kwa DAP, bado uko kwa DAP. Ati unajua huyu Wangamati amesema ati masomo ilimsumbua kidogo, lakini hiyo kidogo ulisoma Wangamati imekusaidia. Wewe uko sharp. Sababu wewe uko kwa chama ya DAP. Tayari serikali imeannounce kwamba mbolea imeshuka bei. Chama yenyewe imeshuka nini? Bei. Kutoka kwa 7,000 mpaka 2,500. Wewe bado uko kwa hiyo mbolea. Wewe unatumia akili kweli? Hadi niko DAP ndio nini? Hawana waluya, tutawatoa huko kwa hiyo mbolea, hiyo chama ya mbolea. Mpaka muingie kwa chama tawala. And wacha niwaambie, kijana wa Malua was the greatest leader. Yeye wakati alitaka kusimama urais, aling'ang'ana sana na chama chake, akashindwa. Ilibidi atoke kwa chama chake cha Ford Kenya, ajiunge na NAK, ndio akakuwa deputy president. Mudi ya Ori the same. So mimi nawaomba tafadhali mujiunge na chama cha UDA. Hapa Bungoma mimi kama Secretary General nimeweza kuhakikisha kwamba nimechukua kijana wenyu mmoja hapa. Anaitwa Marvin wa Mukota. Anatoka kwa headquarters yetu. Kuja watu wakuone ndio wajue wewe ni nani. Huyu Marvin wa Mukota nimepatia yeye ndio internal auditor mkubwa ya pesa yote ya UDA. Huyu ndio ameshikilia. Sasa mimi naona umekaa kama pesa imeisha. Nataka tu awasalamie, awaambie anatoka wapi, ndio tujue yeye ni kijana yetu ya hapa. Hata UDA. Kazi ni kazi. Vile mlielezewa, mimi naitwa Marvin wa Mukota.
Mimi natoka mahali mbili county. Originally natoka Bokoli hapa Webuye West, lakini nikasema juu nimekomaa kidogo na Secretary General ameniinua nisonge kidogo, nikasonga nikaelekea Kimilili. Hasa mimi ni mkaaji wa Kimilili na nawashukuru, na pengine jambo moja tu kupitia kwa ruhusa ya Bwana Secretary General. Serikali yetu iko na kitu tuliahidi wananchi kuwa tutakuwa na digital super highway. Ningependa kuuliza Bwana Secretary General kuwa ofisi yetu ya Bungoma, the UDA County Office, inafaa ikuwe model ya ambayo county zote zitakuja kusoma, because ahadi mbili ambazo tulipeana, moja tutakuwa na hizo internet ya bure, tukuje tuweke kwa county yetu na tuweke workstation ili vijana ambao huwa kwa mtandao kila wakati wanaweza anzia pale, tukuwe tunatengeneza ajira kupitia kwa ofisi yetu. Asante sana Bwana SG. Asante sana. Na huyo ni internal auditor wetu. Nimetembea pia na wanachama kutoka secretariat. Kama mko umetoka secretariat, just wave. Asante sana. Asante sana. Na tumekubaliana na coordinator wenyu kwamba tunafungua ofisi sasa. Tunataka tufungue ofisi hapa Bungoma, tupake rangi ya yellow, tuandike watu kazi, mkuwe na ofisi yenyu hapa. Na hiyo ofisi nataka kufungua sekta moja, munitafutie wamama ambao wanajua mambo ya kushona cherehani. Tunataka hao wamama, hii t-shirt na manguo ya wamama ya UDA ya Bungoma yote inashonewa hapo, wanapata vitu yao hapo. We support the women, si ndio? So nyinyi nimeambiwa mmesha identify mahali kwa mheshimiwa wa Mkota. Wapi wa Mkota? Make sure next week umeleta rangi. Ili sign hiyo lease agreement tayari, si ndio? I already signed the lease agreement. Tupake rangi hapo, tu fence, tuanze kufanya mambo yetu hapo. Vile vile ni kutangaza pia, mnajua uchaguzi huko tarehe 9 Disemba. Sasa mambo ya watu kuja kusema mimi ni youth leader na hujachaguliwa, urudi uchaguliwe kwanza. Si ndio? Utachaguana kutoka chini mpaka juu. Na vile vile pia kuambia kwamba hii kiti ya Secretary General ni kiti ya hapa Western. Mujue ni yenyu. Sasa paka muichunge. Ama mtaachilia iende? Nilishikilia bwana. Iko mafisi. Iko watu wanataka kutoa mate. Ati wanataka mimi niende nyumbani. Wanataka niende nyumbani. Wanasema hao ndio deep state. Wanasema hao ndio system. Mniombee kama kijana yenu, si ndio? Mtaniombea. Mmenipatia baraka niende ni wanie hiyo kiti, nibakishe hapa mkoa wa Magharibi. Wangapi wanasema wanaunga mkono Malala kwa SG? Asante sana. So nitatembea na baraka zenyu, na mimi nashukuru sana Mheshimiwa Dan Wanyama kuunda mkutano huu. Next week natangaza tena narudi Bungoma. Mimi hapa ndio nyumbani. Kila wiki nitakuwa mpaka mnizoee. Mlianza na kunipiga mawe, sasa hii angalia tunapiga. Lakini wewe wangamati wewe. Ile mambo yako utaangalia. Hapo ananipatia amani huyu angalia. Ile siku alinipigia simu, mimi ndio nilimpigia kumtafuta. Nikampigia akashika. Akaanza kucheka tu kwanza. Kaambia umenipigia aje? Kaambia hapana, tunakutafuta. Rais amenituma niongee na wewe. Kidogo wewe ni mtu unaweza fanya kazi na sisi. So mimi nashukuru Mheshimiwa Ngamati sana. He's a true leader. Na 2027 nasikia hivyo mtu mwingine anaitwa Bishop. Bishop wa kanisa gani? Ninyi hamtaki Bishop? Hapana, Bishop ni mtu mzuri. Bishop huyo ni mtu mzuri. Huyo ni mtu super. Hapana.
huyo bishop vizuri. Sasa nyinyi hamtaki mambo ya bishop? Abaki tu kwa kanisa, si ndio? Lakini mambo ya governor ni weekly. Ndio. Haya. So bishop na Yesu watongareni wabaki pale kama. Lakini governor 2027 ni weekly. Hebu tusikie ni nani weekly? Na mama Nancy Kibaba mtamshikilia. Asubuhi. Chama ni gani? Bani, uko na timu kali hapa. Asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you. SG, nataka kukuhakikishia kwamba ule bishop ni wa bishop wa Shakahola. Mtu muuaji hawezi pewa nafasi ya kuwa kiongozi katika hii Bungoma. So just rest assured that we already have our able and sober governor in the name of Wycliffe Wafula Wangamati, and that is the finality of people of Bungoma. So kindly sasa SG nimekubali na hao wangwana wamekubali, na nataka kwa ishara ya kukubali kwamba UDA ndiyo chama Bungoma County, nataka kuwaomba walio na kofia washike kwa mkono na wapeperushe juu. Hiyo ni ishara tosha kwamba UDA Bungoma inapepea na hiyo vyama ingine imezama na hatutarudi nyuma tena. Asanteni sana wale wote mliokuja. Niweze kuita Master of Ceremony aweze kutufungia mkutano. Mheshimiwa Katibu Mkuu, kwa ruhusa yako naomba sasa sote tuweze kusimama na walio na kofia zisizo rasmi tuweze kuzivua kwa heshima ya wimbo wa taifa. Wimbo wa taifa. Wote tunazama. Of UDA being the national party and Mheshimiwa, siasa katika Bungoma County lazima uchukue mkondo mpya. Siku za kugandamizwa katika chama ziliisha, na lazima watu wajitafutie waende katika vyama ambavyo wanaona vinawapatia uhuru wa kutoa maoni yao na kuona kwamba makadirio na matakwa yao yanakamilishwa. Chama hicho si kingine lakini ni chama cha UDA. Kwa hiyo vijana mlioona vyema kuingia katika chama hiki, nataka kuwapatia heko. Nina hakika na wote mtakubaliana na mimi kwamba chama cha Ford Kenya kimekandamiza sana wananchi hapa Bungoma, na hatutaendelea kuishi katika hali hiyo. And we are not going to be crying babies. We have a way, we have to fight for our space, and this is the time to do that. Kwa hivyo mliokuja katika chama, nataka kukuambia kwamba kama nyumba ya Bwana makao ni mengi. Nobody should feel threatened. I've just said here that come next weekend, we will be receiving other defectors from other parties. And that is the reason we are saying this country must move forward. And the most disaster for any country to develop is tribalism. And what has created a lot of tribalism in this country is forming parties based on tribes. That we must shun, and that must end with this era. And we are saying, if you are a man of means, if you are an equal partner, if you are an equal personality, just come in the National Party and we shall see your worth and salt, and we shall propose you to be the next president
after William Ruto. But this idea of hiding in a cocoon in some ancestral party, it is not going to help you in any way. And we must get that right, and it is the way to go. And when I say that, somebody feels offended. It doesn't matter. You know, we are here and we want to see this country get to where Singapore is. We want to see this country get where China is. China has only one party called Communist Party. And the way they operate is that they empower their people economically, but they don't start giving handouts to the members. So where UDA is going is that besides us being a political party, but we are going to make sure that our members are empowered economically, because we are going to have projects done by the youth from the polling center, and they will be funded by the Hustler Fund. We must get out of this handout thing. It has not worked. It will not work. Therefore, we must do things differently to make a difference in life of our people that live in this country. Kwa hivyo, mimi nataka kuwashukuru wote. Najua hawa vijana wa Ford Kenya ambao wamekuja UDA walikuwa kama Sauli yule alipigwa na radi akienda kuleta shida. Unajua wengi wao, Mheshimiwa Malala, ndio walitaka kukupiga mawe pale cathedral. Na uzuri wako hapa, wamesema kwa niaba yao. Mimi, muko wapi? Wako hapo. Those guys were there. They are here. They are here. Sasa wameniambia ni kuombe msamaha kwa niaba yao, kwamba wamesalamika kama Sauli wamepigwa na radi, sasa wanaitwa Paulo, na sasa wanafanya mambo ya UDA. Nafikiria tukimaliza mkutano utawasalimia kidogo, alafu mambo yao itakuwa sawa. Kwa hivyo niweze kuchukua nafasi hii, niweze kumleta His Excellency Governor Wanga aweze kusema machache, alafu pia atachukua nafasi ya kuweza kumleta SG. Asanteni sana, and thank you my brother for coming at short notice. Thank you sir. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza Mheshimiwa SG, Mheshimiwa Dan Wanyama ambaye amekuwa akisukuma hii gurudumu ya UDA peke yake, lakini sasa si nimekuja. Mheshimiwa Nancy, waheshimiwa MCAs wenye wako hapa, aspirants, vijana wa Ford Kenya Youth League wenye wamehamia UDA, marafiki zangu wa UDA wote, vijana wa stage, nimesikia Mheshimiwa Malala, unajua wewe unajua vizuri vile nimekuja ili waweze kupiga mawe sasa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nimekuwa nikaa na SG hapo. Unajua mimi masomo kidogo huwa inanisumbua, lakini niliingia UDA nikashika radi chapchap, rada chapchap. Sasa nikisema Harambee mnasema UDA, alafu nikisema UDA, nikisema kazi ni kazi. We must make that slogan sink in this great county of Bungoma. Tuanze. Harambee! UDA! Kazi ni kazi! Naona mnaanza kushika rada kidogo. Hello? Mimi kwanza nachukua fursa hii kuwashukuru vijana wetu wenye wamekuwa viongozi
katika chama cha Ford Kenya, na wamefika mahali wameamua waje waingie kwa chama tawala, the National Party UDA. Hebu wapigie makofi. Mheshimiwa SG, vijana wenye wamehama nilitembea nao 2017 karibu wote. Huyu Msebe tulitembea na yeye, Fuamba nilitembea na yeye, Lewis nilitembea na yeye. Sasa naona hii team inaanza kuwa nzuri, kubwa, na mimi nawashukuru. And I want to urge the current members wa UDA kuwa vile Mheshimiwa Nanzi alisema hapa, let's welcome everyone in this party. Hello? Tusikizane kuwa tunataka watu wengi wakuje ndani ya chama because our party is members. Na tuwaite wote wakuje ndani. La pili, vile Mheshimiwa Dan amesema, nimeona Mike Malomba, you know you coordinator huyu Malomba SG, I grew with him hapa Bungoma hapa town hapa. Amesema mbona Wangamaja alete watu wake. Na mimi nimemwambia SG tumesikizana next weekend na Mheshimiwa Dan. We are going to have the major defection in this great county of Bungoma. Hello? Si Wangamaja pia na wafuasi? Si watakuja? Si mnataka wakuje? Sasa hiyo wakati will have, nimeona Mheshimiwa Kanzo hapa wiki pia alikuwa anataka kudefect leo. Nimwambia wewe ngoja. Leo imekuwa ni Ford Kenya Youth League. Sasa next weekend will have other parties wenye walisimama UDP. Nimeona Martin hapa wa Human Rights yuko hapa. Nikiwa gavana alinisumbua sana, lakini tuko na yeye hapa. So tutakuja now next weekend on Sunday. Mheshimiwa Dan amesema na nimekubaliana naye, this time wacha tuifanyie Webuye, so that we can have a major function that will shake this county next weekend. La tatu, kuwa nimeona tumeongea hapa maneno, and I think it was Koni ameongea. Sisi tunataka tujenge structures za UDA katika Bungoma hii. And the biggest objective of UDA, let me be very open, is to take power at the local level and at a national level. Ama nyinyi mnatakaje? You must take government at the local level and you must take government at the national level. Na sisi kufanya hivyo lazima tutengeneze structures kutoka chini. Na mimi juzi nimekuwa na kina Nyongeza na MCA wa Siboti Juma katika the general meeting ya UDA. Na rais mwenyewe amesema tarehe 9 mwezi wa 12 tunaanza kufanya elections za UDA kuanzia polling center. Na nimeona Mniohola hapa anasema vitabu. Sasa hizi UDA wameanza kuwa digital kidogo. Registration is online. Hello? Ama mimi, unajua mimi masomo ilinisumbua kidogo. Sasa wamesema registration iko wapi? Online. Na kama wewe ni kijana unataka uongozi, hata pia mimi nitaenda hapo na lottery ni register, nianzie kwa polling nikitafuta kiti katika UDA. So I want to encourage all of us. Let's take, because tumesikizana at the polling center, we'll have 20 people, 7 categories. Tutakuwa na category ya farmer, mwanabiashara, mama, kijana, people living with disability, all those katika polling center. Hapa Bungoma we have 1,500 polling centers. Tutakuwa na wanachama 30,000 katika Bungoma. So we need to build that structure. Na mimi nataka kuambia SG kuwa it's okay Ken. Kuwa tunataka tutengeneze hii structures
as UDA takes government in Bungoma, tunataka tuwe na viti vingi za MCA, tuwe na viti vingi za ubunge, tupate senator, tupate women rep, tupate governor na tupate president. Hello? Alafu ikifika maneno ya nomination, tuhakikishe kwamba vijana wenye wanapata nomination katika UDA wanatoka hii Bungoma. Hello? Muko tayari? Muko tayari? La nne, na niongee kidogo juu ya national politics. Kwa sisi, we are not interested in fighting anyone else. Sisi haja yetu ni kutengeneza chama inaitwa United Democratic Alliance. Wenye wanatengeneza vyama zao wacha watengeneze. Lakini haja yetu kubwa ni kutengeneza chama cha UDA. Na today, mumeona rais amekuwa wapi? Nyanza. It cannot be Nyanza is accepting UDA na hapa Bungoma we cannot accept UDA. It can't. If there is a county that gave the highest number of votes to His Excellency the President of the Republic of Kenya in Western Kenya is Bungoma. Sasa mimi naomba wenye wako kwa vyama vingine tukuje ndani alafu tutengeneze chama moja kubwa cha UDA. Nikimalizia wacha niongee tu moja kwa kimombo kwa sababu tuko hapa and we have our national TV here. Kwa sisi kama viongozi wa eneo hili, and I as a former governor of Bungoma County, I made a decision to join the great party of UDA, being the national party and the ruling party of this Republic of Kenya. We have had a lot of meetings with the president, and his biggest vision is to build a national party. And the main objective of the president to build a national party is to ensure that as a country we move in one direction, we move as a united country so that we don't have any divisive politics coming out. Na sisi kama viongozi, hasa sisi kama viongozi wa Bungoma, hasa mimi kama gavana aliyekuwa wa jimbo la Bungoma, we support the building of one national party and we want to urge everyone in this region aingie ndani so that we can have UDA being the main party within the region. Na mimi nimeona mbele, nimeona the way Mheshimiwa Musalia Mudavadi akiongea and the way he's behaving. I can tell you without any fear of contradiction that ANC it will end up in UDA by 2027. Bwana Yesu asifiwe. Harambe! Harambe! UDA! Kazi ni kazi! Karibu Mheshimiwa Secretary General. Asante sana. Hebu tuone kama tumeshika rada. Mheshimiwa Wangamati sio radi. Hawezi shika radi. Ukishika radi itakuchapa hata utashangaa. Tunashika rada. Haya, hebu tuone UDA. UDA. Kazi ni kazi. Basi, asante kabisa. Kwanza kabisa nimeshukuru tena kurudi hapa Bungoma. Hapa Bungoma imekuwa kama nyumbani. Nimekuja mara mingi, nikikimbia, nikitembea, lakini narudi. Sababu sasa hapa ndio nyumbani, si ndio? Sasa pia mimi nimejiunga na ile timu ya kukimbiza watu. Sasa wakifanya mchezo watakimbia hao sasa. Sasa mimi niko chonjo, si ndio? Basi mimi kwanza nikushukuru viongozi wa hapa Bungoma County wakiongozwa na Mheshimiwa Wangamati, Mheshimiwa Dan, Mheshimiwa Nancy Kibaba kwa kuweka chama cha UDA kiwe active sana hapa kwenye ground. Na nimeshukuru leo kupokea the Youth League kutoka chama cha Ford Kenya kujiunga na chama cha UDA. Nasema asante sana kama Secretary General wetu wa chama cha UDA. Mimi ningependa kuhimiza
wale vijana ambao wamejiunga na chama cha UDA na wale viongozi wa UDA vijana kwamba sasa mfanye kazi pamoja, kwamba mkubali kwamba kuna wale wageni ambao wamekuja na pia wale wageni wajue kuna wale ambao wamekuwa, kwamba tusiwe na mzozo yoyote katika chama. Chama cha UDA ni chama kikubwa sana. Nimesikia kiongozi mmoja kwa vijana wa Ford Kenya akisema kwamba hatujakuja ku displace mtu, tunataka tu. Chama ya UDA ni chama ya kitaifa. There is space for everybody, kwamba hata mtoke mkuje watu wengi aje, tuko na nafasi ya kutosha, na tungependa kuhimiza wale bado ambao wako kwa vyama zingine wakuje wajiunge na chama cha UDA. The objective of joining a political party is to form government. Now that you know where the government is, what are you doing in those other parties? Tayari mnajua, wewe ukitaka kujiunga kwa chama unasemanga nataka kujiunga kwa hii chama ndio niunde serikali. Sasa saa hii mnajua penye serikali iko, bado mnafanya nini kwa hizo vyama zingine? Nimesikia Dan akisema ancestral parties. Sisi tungependa kuwaomba tafadhali, mkuje mjiunge na chama cha UDA. Na advantages za kujiunga na chama cha UDA, sisi kama chama tumesema tunaenda kuanzisha programs zile ambazo serikali inafanya. Tunataka pia sisi kama chama, wanachama wetu wakuwe wa kwanza kufaidika kwa miradi za serikali ya chama yao, si ndio? So kama tunaleta maneno ya Hustlers Fund, kama tunaleta mbolea, kama tunaleta recruitment gani ya wafanyakazi, kama ni mambo ya housing, tunataka watu wa kwanza kufaidika wawe wanachama wa UDA. So sisi tutaweka vijana wetu at polling center. Kukiwa na mradi yoyote ya chama ama ya serikali, tunakuja tunaanza na wale officials pale kwa polling center, wale members wetu pale kwa polling center. So mimi ningependa kuwaomba mjiunge na hii chama. Nimekuja hapa, nimesikia kwamba kulikuwa na lalama juu ya ile uteuzi ambaye nilifanya juzi ya managers. Ningependa kuweka wazi vile hiyo process ilifanywa na vile tunaenda kuhakikisha kwamba all the counties, tumesema all the 47 counties of Kenya zinaenda kukuwa na county managers, kwamba hata hapa Bungoma tunaenda kukuwa na county manager. So last week wale ambaye niliteua nusu ya Kenya, nikasema nusu ingine wiki ijayo nitateua. So hapa Bungoma mtakuwa na county manager kutoka hapa Bungoma. Tutaona vile kufanya, si ndio? Kuna moja tu ya Kenya inaweza mshinda kweli? Tutaona maneno yake, si ndio? Jambo la pili, every region iko na manager, kwamba we have 16 regions, na tumeweka kwamba Western region tuko na Nyanza region, tuko na North Rift, tuko na Central, tuko na Coast. Sasa mkoa wa Magharibi tena tuko na manager ambaye ataangalia managers wetu wote wa hapa, na mliona nilimteua, anaitwa Alex Hamasi. Huyu anatoka kule Kakamega. Watu wakauliza, sasa wewe umetoa wapi huyu? Huyu ametoka wapi? Sasa mimi naulize swali yangu, kama mimi ndio naangalia hii maneno, sipaka nianze nyumbani kidogo? Kama nitaanza na kule. Sasa mwache stop over expecting from me. Mimi huyu ni kijana ambaye alisaidia rais kutafuta kura hii region yetu. Yeye alikuwa mstari wa mbele kupanga mikutano za rais, na nikasema paka tuchague mtu ambaye anaelewa maneno ya campaign, anaelewa siasa. Yeye alikuwa nominated MCA kule Kakamega, so ako na umaarufu mzuri ya kuangalia maneno yote
ya hapa mkoa wa Magharibi atafanya kazi na viongozi wenyu wote wa hapa kuhakikisha kwamba amecoordinate all the UDA activities. Si ndio? So Alex, fanyia watu kazi, namba yako upeane kwao na usikue mkubwa sana, shika simu yao. Ukienda wrong pia unaenda home. Si ndio? Ndio mtu anateuliwa leo anaanza kujifanya mkubwa. Ati pia ashiki simu. Wewe ukue mtu mzuri. Asante. So mtafanya kazi na wengine. Mwisho, mimi nataka kuomba viongozi wetu wa mkoa wa Magharibi kwamba tufanye kazi pamoja, na kwanza kushukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto kwa kuteua na kuongezea Mheshimiwa Musalia Mudavadi mamlaka. Sisi kama jamii ya Mudebe tumesema asante na tumefurahia sana kwamba sasa hivi Mheshimiwa Musalia yeye ni Prime Cabinet Secretary na pia yeye ndiye anaongoza mambo yote ya foreign affairs. So Mheshimiwa Rais, wewe ni mtu wa kusema ukweli. Ulisema kwamba utatupatia share yetu ya government, na nimeona unaongeza hata mkono, hata unapitisha ile 30% ambayo ulisema. Sisi tunashukuru. Vile vile pia ni kuendelea kushukuru Rais kwa kutimiza ahadi yake kwa kupatiana kiti ya spika kwa Papa wa Roma. Hao ni watoto wetu, tupende tusipende, na ni lazima tufurahie wakipata. So sisi kama watu wa mkoa wa Magharibi tunaunga mkono Rais kuendelea kuteua watu wetu. Ameteua hapa Nancy Kibaba kama CAS wetu, na mwezi ujao Nancy atakuwa anaanza kazi kama CAS. Na Rais ametusaidia sana, ametupatia viti ya babu na mwamba, tunasema asante sana. So ile kitu ningependa kuomba viongozi wa Luhya, tuache sasa kukuja kila weekend nyumbani na kuambia watu tunataka Luhya unity. We are already united, that is why we are in government. Ile kitu tunataka mkikuja nyumbani mseme mmeandika watu wangapi kazi hapa, mnaleta pesa ngapi nyumbani, barabara gani mnaunda hapa. Mambo ya Luhya unity sasa tuache, sababu tushaungana na tumeshukuru Rais. Sasa Waluhya wako pamoja, so the narrative of Luhya unity should be buried kabisa. We are united, tuko united kabisa. Papa wa Roma ako hapo, Musalia ako hapo, Khalwale, Malala, kila mtu, Wangamati. We are united. We want to be accountable kwa watu wetu. Sasa tuko kwa serikali, tunataka tujue hii uspika imesaidia nini mwananchi wa chini wa Bungoma. Hii Prime Cabinet Secretary imeleta nini? Because it's not about personalities. It is not about Malala. It's about the people who voted for the president. So tungependa accountability. When you come back home over the weekends, ita viongozi. Saa hii on Monday, majeshi wanaenda ku report. Tunataka tuambiwe. Sasa kwa wale Omami Weta umeleta hawa, tunashukuru. Ule youth leader amepata, ule manamba wako wa stage wanasipiganga watu amepata, ule mwingine amepata. Tuone watu wetu wamepata nini. We must be accountable. And I want to challenge our leaders. Mimi nikikuja kama katibu mkuu wa chama cha UDA, ukweli wa maneno, mimi nakaa karibu na Rais. Nikikuja weekend nakuja nasema mimi nimeleta nini. Pia mimi nakuwa accountable. Sababu hii mambo ya kupigia watu makofi, ati sisi tunapiganga makofi, mnafika kule mbele watu wawili watatu wanafaidika, sisi wengine wote tunazama. Ati sisi ni wale. Hapana. That must change. That kind of politics in Mulembe nation must change. We want to see our schools. Tukikuja hapa tuone shule zetu zimepewa checks. Vile tunaona shule za Mount Kenya zinapewa checks, zinaundwa. Mambo ya kufanya harambee ndio tujenge shule zetu mpaka tukome. We are in government now. Sasa tunatoa tena harambee ati haya wewe nasindikiza sijui
Majimbo Kalasinga na shilingi 200. Shilingi 200 itajenga shule aje Majimbo Kalasinga? Ati wako Chwele girls wanafanya harambee 200 kujenga shule na tuko kwa serikali. That is a joke of the highest order. That's a joke of the highest order. Hapana. Hiyo sisi tumekataa. Na mimi najua mimi nasema ukweli, na jioni niko na bibi nalala na yeye nakula kwa nyumbani na sijaki. Sasa I don't want to massage any partisan. Hatutaki tena Mulembe Nation. We have the third in command in this country, the fourth in command, the Secretary General of the ruling party. Tena tukuja na mabeseni hadi haya wamama changeni 200 tujenge Chwele Girls. Chwele Girls itaundwa kama sisi viongozi tutaenda pale kwa serikali. Tuko na pesa ya infrastructure. We lobby for our people. Kwa hiyo fund infrastructure ikuje jenge Chwele Girls, Bungoma High School, Kakamega High School na pesa ya serikali na sio pesa ya kuchanga kwa beseni. So we want to challenge our leaders. Hii maneno mmeshikana kama elected leaders. Ati mnatembea mnafanya harambee. Harambee can never develop a community. We must be strategic. Na hiyo ni ukweli. Hata tufanya harambee ngapi hatuwezi jenga barabara. Hata tufanya harambee ngapi tutaweka lami na harambee. Ati sasa wameshikana ati all elected leaders leo kwa hii ward wanaenda ati wanachangia huyu. Wanaenda wanachangia na tuko kwa serikali. Shida ni kwamba hao majamaa wamekataa kujilainisha politically. You must be politically strategic. National party is to ensure that as a country we move in one direction, we move as a united country so that we don't have any divisive politics coming up. Na sisi kama viongozi, hasa sisi kama viongozi wa Bungoma, hasa mimi kama gavana aliyekuwa wa jimbo la Bungoma, we support the building of one national party and we want to urge everyone in this region aingie ndani so that we can have UDA being the main party within the region. Na mimi nimeona mbele, nimeona the way Mheshimiwa Musalia Mudavadi akiongea and the way he's behaving. I can tell you without any fear of contradiction that ANC will end up in UDA by 2027. Bwana Yesu asifiwe. Harambee! Harambee! UDA! Kazi ni kazi! Karibu Mheshimiwa Secretary General. Asante sana. Hebu tuone kama tumeshika rada. Mheshimiwa Wangamati sio radi. Hawezi shika radi. Ukishika radi itakuchapa hata utashangaa. Tunashika rada. Haya, hebu tuone UDA. UDA. Kazi ni kazi. Bas, asante kabisa. Kwanza kabisa nimeshukuru tena kurudi hapa Bungoma. Hapa Bungoma imekuwa kama nyumbani. Nimekuja mara mingi, nikikimbia, nikitembea, lakini narudi. Sababu sasa hapa ndio nyumbani, si ndio? Sasa pia mimi nimejiunga na ile timu ya kukimbiza watu. Sasa wakifanya mchezo watakimbia hao sasa. Sasa mimi niko chonjo, si ndio? Sawa. Bas, mimi kwanza nikushukuru viongozi wa hapa Bungoma County wakiongozwa na Mheshimiwa Wangamati, Mheshimiwa Dan, Mheshimiwa Nancy Kibaba kwa kuweka chama cha UDA kiwe active sana hapa kwenye ground. Na nimeshukuru leo kupokea the Youth League kutoka chama cha Ford Kenya kujiunga na chama cha UDA. Nasema asante sana kama Secretary General wetu wa chama cha UDA. Mimi ningependa kuhimiza wale vijana ambao wamejiunga na chama cha UDA na wale viongozi wa UDA vijana kwamba sasa mfanye kazi pamoja.
kwamba mkubali kwamba kuna wale wageni ambao wamekuja, na pia wale wageni wajue kuna wale ambao wamekuwa, kwamba tusiwe na mzozo yoyote katika chama. Chama cha UDA ni chama kikubwa sana. Nimesikia kiongozi mmoja kwa vijana wa Ford Kenya akisema kwamba hatujakuja ku displace mtu, tunataka tu. Chama ya UDA ni chama ya kitaifa. There is space for everybody, kwamba hata mtoke mkuje watu wengi aje, tuko na nafasi ya kutosha, na tungependa kuhimiza wale bado ambao wako kwa vyama zingine wakuje wajiunge na chama cha UDA. The objective of joining a political party is to form government. Now that you know where the government is, what are you doing in those other parties? Tayari mnajua, wewe ukitaka kujiunga kwa chama unasemanga nataka kujiunga kwa hii chama ndio niunde serikali. Sasa saa hii mnajua penye serikali iko, bado mnafanya nini kwa hizo vyama zingine? Nimesikia Dana akisema ancestral parties. Sisi tungependa kuwaomba tafadhali, mkuje mjiunge na chama cha UDA. Na advantages za kujiunga na chama cha UDA, sisi kama chama tumesema tunaenda kuanzisha programs zile ambazo serikali inafanya. Tunataka pia sisi kama chama, wanachama wetu wakuwe wa kwanza kufaidika kwa miradi za serikali ya chama yao, si ndio? So kama tunaleta maneno ya Hustlers Fund, kama tunaleta mbolea, kama tunaleta recruitment gani ya wafanyakazi, kama ni mambo ya housing, tunataka watu wa kwanza kufaidika wawe wanachama wa UDA. So sisi tutaweka vijana wetu at polling center. Kukiwa na mradi yoyote ya chama ama ya serikali, tunakuja tunaanza na wale officials pale kwa polling center, wale members wetu pale kwa polling center. So mimi ningependa kuwaomba mjiunge na hii chama. Nimekuja hapa, nimesikia kwamba kulikuwa na lalama juu ya ile uteuzi ambaye nilifanya juzi ya managers. Ningependa kuweka wazi vile hiyo process ilifanywa na vile tunaenda kuhakikisha kwamba all the counties, tumesema all the 47 counties of Kenya zinaenda kukuwa na county managers, kwamba hata hapa Bungoma tunaenda kukuwa na county manager. So last week wale ambaye niliteua nusu ya Kenya, nikasema nusu ingine wiki ijayo nitateua. So hapa Bungoma mtakuwa na county manager kutoka hapa Bungoma. Tutaona vile kufanya, si ndio? Kuna moja tu ya Kenya inaweza mshinda kweli? Tutaona maneno yake, si ndio? Jambo la pili, every region iko na manager, kwamba we have 16 regions, na tumeweka kwamba Western region tuko na Nyanza region, tuko na North Rift, tuko na Central, tuko na Coast. Sasa mkoa wa Magharibi tena tuko na manager ambaye ataangalia managers wetu wote wa hapa, na mliona nilimteua, anaitwa Alex Hamasi. Huyu anatoka kule Kakamega. Watu wakauliza, sasa wewe umetoa wapi huyu? Huyu ametoka wapi? Sasa mimi naulize swali yangu, kama mimi ndio naangalia hii maneno, sipaka nianze nyumbani kidogo ama nitaanza na kule. Sasa mwache stop over expecting from me. Mimi huyu ni kijana ambaye alisaidia rais kutafuta kura hii region yetu. Yeye alikuwa mstari wa mbele kupanga mikutano za rais, na nikasema paka tuchague mtu ambaye anaelewa maneno ya campaign, anaelewa siasa. Yeye alikuwa nominated MCA kule Kakamega, so ako na umaarufu mzuri ya kuangalia maneno yote ya hapa mkoa wa Magharibi. Atafanya kazi na viongozi wenyu wote wa hapa kuhakikisha kwamba coordinate all the UDA activities, si ndio? So Alex, fanyia watu kazi
namba yako upeane kwao, na usikue mkubwa sana, shika simu yao. Ukienda wrong pia unaenda home. Sio? Ndio mtu anateuliwa leo anaanza kujifanya mkubwa. Ati pia ashiki simu. Wewe ukue mtu mzuri. Asante. So mtafanya kazi na wengine. Mwisho, mimi nataka kuomba viongozi wetu wa mkoa wa Magharibi kwamba tufanye kazi pamoja, na kwanza kushukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto kwa kuteua na kuongezea Mheshimiwa Musalia Mudavadi mamlaka. Sisi kama jamii ya Mulembe tumesema asante, na tumefurahia sana kwamba sasa hivi Mheshimiwa Musalia yeye ni Prime Cabinet Secretary, na pia yeye ndiye anaongoza mambo yote ya foreign affairs. So Mheshimiwa Rais, wewe ni mtu wa kusema ukweli. Ulisema kwamba utatupatia share yetu ya government, na nimeona unaongeza hata mkono, hata unapitisha ile 30% ambayo ulisema. Sisi tunashukuru. Vile vile pia ni kuendelea kushukuru Rais kwa kutimiza ahadi yake kwa kupatiana kiti ya spika kwa Papa wa Roma. Hao ni watoto wetu, tupende tusipende, na ni lazima tufurahie wakipata. So sisi kama watu wa mkoa wa Magharibi tunaunga mkono Rais kuendelea kuteua watu wetu. Ameteua hapa Nancy Kibaba kama CAS wetu, na mwezi ujao Nancy atakuwa anaanza kazi kama CAS. Na Rais ametusaidia sana, ametupatia viti ya babu na mwamba, tunasema asante sana. So hili kitu ningependa kuomba viongozi wa Luhya, tuache sasa kukuja kila weekend nyumbani na kuambia watu tunataka Luhya unity. We are already united, that is why we are in government. Ile kitu tunataka mkikuja nyumbani mseme mmeandika watu wangapi kazi hapa, mnaleta pesa ngapi nyumbani, barabara gani mnaunda hapa. Mambo ya Luhya unity sasa tuache, sababu tushaungana na tumeshukuru Rais. Sasa Waluhya wako pamoja, so the narrative of Luhya unity should be buried kabisa. We are united, tuko united kabisa. Papa wa Roma ako hapo, Musalia ako hapo, Khalwale, Malala, kila mtu, Wangamati, we are united. We want to be accountable kwa watu wetu. Sasa tuko kwa serikali, tunataka tujue hii uspika imesaidia nini mwananchi wa chini wa Bungoma. Hii Prime Cabinet Secretary imeleta nini? Because it's not about personalities. It is not about Malala. It's about the people who voted for the president. So tungependa accountability. When you come back home over the weekends, ita viongozi. Saa hii on Monday, majeshi wanaenda ku report. Tunataka tuambiwe. Sasa kwa wale Omami Weta umeleta hawa, tunashukuru. Ule youth leader amepata, ule manamba wako wa stage mwanasipiganga watu amepata, ule mwingine amepata. Tuone watu wetu wamepata nini. We must be accountable. And I want to challenge our leaders. Mimi nikikuja kama katibu mkuu wa chama cha UDA, ukweli wa maneno, mimi nakaa karibu na Rais. Nikikuja weekend nakuja nasema mimi nimeleta nini. Pia mimi nakuwa accountable. Sababu hii mambo ya kupigia watu makofi, ati sisi tunapiganga makofi, mnafika kule mbele watu wawili watatu wanafaidika, sisi wengine wote tunazama. Ati sisi ni wale. Hapana. That must change. That kind of politics in Mulembe nation must change. We want to see our schools. Tukikuja hapa tuone shule zetu zimepewa checks. Vile tunaona shule za Mount Kenya zinapewa checks, zinaundwa. Mambo ya kufanya harambee ndio tujenge shule zetu mpaka tukome. We are in government now. Sasa tunatoa tena harambee ati haya wewe nasindikiza sijui majimbo Kalasinga na shilingi 200. Shilingi 200 itajenga shule aje wewe majimbo Kalasinga? Ati wako Chwele girls wanafanya harambee 200.
kujenga shule na tuko kwa serikali. That is a joke of the highest order. That's a joke of the highest order. Hapana. Hiyo sisi tumekataa. Na mimi unajua mimi nasema ukweli, na jioni niko na bibi nalala na yeye na kula kwa nyumba yangu na sijaki. Sasa I don't want to massage any partisan. Hatutaki tena Mulembe Nation. We have the third in command in this country, the fourth in command, the Secretary General of the ruling party. Tena tukuja na mabeseni hadi haya wamama changeni 200 tujenge Chwele Girls. Chwele Girls itaundwa kama sisi viongozi tutaenda pale kwa serikali. Tuko na pesa ya infrastructure. We lobby for our people. Kwa hiyo fund ya infrastructure ikuje jenge Chwele Girls, Bungoma High School, Kakamega High School na pesa ya serikali na sio pesa ya kuchanga kwa beseni. So we want to challenge our leaders. Hii maneno mmeshikana kama elected leaders. Ati mnatembea mnafanya harambee. Harambee can never develop a community. We must be strategic. Na hiyo ni ukweli. Hata tufanye harambee ngapi hatuwezi jenga barabara. Hata tufanye harambee. Sasa mkoa wa Magharibi tena tuko na manager ambaye ataangalia managers wetu wote wa hapa. Na mliona nilimteua, anaitwa Alex Hamasi. Huyu anatoka kule Kakamega. Watu wakauliza, sasa wewe umetoa wapi huyu? Huyu ametoka wapi? Sasa mimi naulize swali yangu. Kama mimi ndio naangalia hii maneno, sipaka nianze nyumbani kidogo. Kama nitaanza na kule. Sasa muache stop over expecting from me. Mimi huyu ni kijana ambaye alisaidia rais kutafuta kura hii region yetu. Yeye alikuwa mstari wa mbele kupanga mikutano za rais. Na nikasema paka tuchague mtu ambaye anaelewa maneno ya campaign, anaelewa siasa. Yeye alikuwa nominated MCA kule Kakamega. So ako na umaarufu mzuri ya kuangalia maneno yote ya hapa mkoa wa Magharibi. Atafanya kazi na viongozi wenyu wote wa hapa kuhakikisha kwamba amecoordinate all the UDA activities. Si ndio? So Alex, fanyia watu kazi, namba yako upeane kwao na usikue mkubwa sana, shika simu yao. Ukienda wrong pia unaenda home. Si ndio? Ndio mtu anateuliwa leo anaanza kujifanya mkubwa. Ati pia ashiki simu. Wewe ukue mtu mzuri. Asante. So mtafanya kazi na wengine. Mwisho, mimi nataka kuomba viongozi wetu wa mkoa wa Magharibi kwamba tufanye kazi pamoja, na kwanza kushukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto kwa kuteua na kuongezea Mheshimiwa Musalia Mudavadi mamlaka. Sisi kama jamii ya Mulembe tumesema asante na tumefurahia sana kwamba sasa hivi Mheshimiwa Musalia yeye ni prime cabinet secretary na pia yeye ndiye anaongoza mambo yote ya foreign affairs. So Mheshimiwa Rais, wewe ni mtu wa kusema ukweli. Ulisema kwamba utatupatia share yetu ya government, na nimeona unaongeza hata mkono, hata unapitisha ile 30% ambayo ulisema. Sisi tunashukuru. Vile vile pia ni kuendelea kushukuru Rais kwa kutimiza ahadi yake kwa kupatiana kiti ya spika kwa Papa wa Roma. Hao ni watoto wetu, tupende tusipende, na ni lazima tufurahie wakipata. So sisi kama watu wa mkoa wa Magharibi tunaunga mkono Rais kuendelea kuteua watu wetu. Ameteua hapa Nancy Kibaba kama CAS wetu, na mwezi ujao Nancy atakuwa anaanza kazi kama CAS. Na Rais ametusaidia sana, ametupatia viti ya babu na mwamba, tunasema asante sana. So ile kitu ningependa kuomba viongozi wa Luhya, tuache sasa kukuja kila weekend nyumbani na kuambia watu tunataka Luhya unity. We are already united, that is why we are in government. Ile kitu tunataka mkikuja nyumbani mseme mmeandika watu wangapi kazi hapa, mnaleta pesa ngapi nyumbani, barabara gani mnaunda hapa. Mambo ya Luhya unity sasa tuache, sababu tushaungana. Na tumeshukuru Rais
Sasa Waluya wako pamoja. So the narrative of Luya unity should be buried. Kabisa, we are united. Tuko united kabisa. Papa wa Roma ako hapo, Musalia ako hapo, Khalwale, Malala, kila mtu, Wangamati, we are united. We want to be accountable kwa watu wetu. Sasa tuko kwa serikali. Tunataka tujue hii uspika imesaidia nini mwananchi wa chini wa Bungoma. Hii prime cabinet secretary imeleta nini? Because it's not about personalities. It is not about Malala. It's about the people who voted for the president. So tungependa accountability. When you come back home over the weekends, ita viongozi. Saa hii on Monday, majeshi wanaenda ku report. Tunataka tuambiwe. Sasa kwa wale Omami Weta umeleta hawa, tunashukuru. Ule youth leader amepata, ule manamba wako wa stage wanapiganga watu wamepata, ule mwingine amepata. Tuone watu wetu wamepata nini. We must be accountable. And I want to challenge our leaders. Mimi nikikuja kama katibu mkuu wa chama cha UDA, ukweli wa maneno, mimi nakaa karibu na rais. Nikikuja weekend, nakuja nasema mimi nimeleta nini. Pia mimi nakuwa accountable. Sababu hii mambo ya kupigia watu makofi. Ati sisi tunapiganga makofi. Mnafika kule mbele watu wawili watatu wanafaidika, sisi wengine wote tunazama. Ati sisi ni wale. Hapana. That must change. That kind of politics in Mulembe nation must change. We want to see our schools. Tukikuja hapa tuone shule zetu zimepewa checks. Vile tunaona shule za Mount Kenya zinapewa checks, zinaundwa. Mambo ya kufanya harambee ndio tujenge shule zetu mpaka tukome. We are in government now. Sasa tunatoa tena harambee ati haya wewe nasindikiza sijui Majimbo Galasinga na shilingi 200. Shilingi 200 itajenga shule aje wewe Majimbo Galasinga? Ati wako Chwele girls wanafanya harambee 200 kujenga shule na tuko kwa serikali. That is a joke of the highest order. That's a joke of the highest order. Hapana. Hiyo sisi tumekataa. Na mimi unajua mimi nasema ukweli, na jioni niko na bibi nalala na yeye nakula kwa nyumbani na sijaki. Sasa I don't want to massage any person. Hatutaki tena Mulembe nation. We have the third in command in this country, the fourth in command, the Secretary General of the ruling party. Tena tukuja na mabeseni hadi haya wamama uchangeni 200 tujenge Chwele girls. Chwele girls itaundwa kama sisi viongozi tutaenda pale kwa serikali. Tuko na pesa ya infrastructure. We lobby for our people. Kwa hiyo fund infrastructure ikuje jenge Chwele girls, Bungoma High School, Kakamega High School na pesa ya serikali na sio pesa ya kuchanga kwa beseni. So we want to challenge our leaders. Hii maneno mmeshikana kama elected leaders. Ati mnatembea mnafanya harambee. Harambee can never develop a community. We must be strategic. Na hiyo ni ukweli. Hata tufanya harambee ngapi hatuwezi jenga barabara. Hata tufanya harambee ngapi tutaweka lami na harambee. Ati sasa wameshikana ati all elected leaders leo kwa hii ward wanaenda ati wanachangia huyu. Wanaenda wanachangia na tuko kwa serikali. Shida ni kwamba hao majamaa wamekataa kujilainisha politically. You must be politically strategic. Na the only way mutakomesha hii mambo ya harambee na kuchanga ni muingie kwa chama tawala, chama cha UDA, mutapata hapo iko rasmi.